1 and action. Karibuni sana watazamaji wetu popote ambapo mlipo na popote ambapo mnatutazama mkiwa. As of today tunao guest wetu hapa ambapo tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na siasa ambazo kwa sasa zinaendelea katika taifa letu la Kenya. Na kulingana na yale ambayo tumeyaona wiki nzima ambayo imepita na weekend ambayo imepita, ni mambo mengi yaso ambayo yamekuwa yakiendelea katika ulingo wa siasa za Jamhuri ya Kenya. And as of right now, I have a guest here ambao tutakuwa tukiwa introduce na watakuwa kisema majina yao na kuweza kudeclare their stand kulingana na yale ambayo tunaenda kuyazungumzia. Mimi kwa majina niite FK Mwenda. Karibuni ndugu zangu, mheshimiwa kijana msafi, karibu sana. Asante sana. Thank you very much. Ni vizuri kwanza nianze na kusalimia watazamaji wetu. Niwaambie kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi. Na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko huu. Naona show leo ni ya majenzi. Karibuni sana. Tuweze kuzungumza yale ambayo yaliyoko na yale ambayo yanaendelea. Asanteni sana. To you, Bwana Songa Songa. As usual, I'm Kelly Songa Songa. Homeland ni Migori County. Uri constituency. Migori County kwa nani? Kwa Gavana. Kwa governor Chila yako sasa. Oh, Chila yako. Migori County, Uri constituency. MP ni Mark Nyameta. North Kanyamukago ward. MCA ni Odhiambo Jojo Mamba. Location ni Kamgungu. Sasa mimi ni one of the member kwa bunge la wananchi ambassador. Maneno ni mingi. Huyu ni moja kati ya ambassadors ambao wametoka pale katika bunge la mwananchi Jacaranda. Pale tuko na mjukuu wa risasi. Karibu sana. Asante sana. Jinsi imetajwa majina zangu ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wanyonge. Ninawakilisha Economic Revolution Movement. Kwamba tunataka mageuzi ya uchumi ndani ya taifa letu ya Kenya kwa sababu tunaporwa na tunanyamaza. So tumeamua kama mbaya kama noma. Asanteni sana wana online media pamoja na wananchi. Kwa majina naitwa Zioka Maingi aka Kalozo Junior. I'm the chairman youth for Ukambani. Nakuanga pale bunge la mwananchi Jacaranda. Asanteni. Wewe umejiita Kalonzo Junior? Yeah. Wewe ni chairman youth leader wa Ukambani? Yeah. So kulingana na wewe currently unaona ya kwamba candidate wako ambaye wewe mwenyewe unajitaja kama Kalonzo Musyoka ana ushawishi wowote kwa sasa katika siasa zetu? Is there any possibility ya Kalonzo Musyoka kuweza kushinda kiti cha urais? Possibility size iko juu sana. Hata ukiangalia according to the numbers, possibility iko juu. Na wakati tumeback Raila Amolo Odinga amekuwa kishinda. Lakini kidogo kidogo anateleza, anasema imeibiwa. Pale Ukambani tumejipanga. Pale vijana wa Ukambani watachukua kura. Mimi mwenyewe nda drive that initiative, vijana wachukue kura, wamama wazee waende wapige kura na pia our parents pia waende wapige kura. Sasa hizi tunaona 2027 Kalonzo anauza kama mandazi moto. Unajua mandazi moto venye anauzanga? Anauza kama mandazi moto. Wait. Yeah. Kwanza kabla ya tufikie kuongelea kuhusiana na candidacy ya Kalonzo. Nataka tukianza na wewe kijana msafi. Kwa sasa kuna siasa ambazo tumeziona zikiendelea kwa taifa la Kenya. Aswa on Friday last week tuliona President William Ruto pamoja na His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga wakiweza kusign their coalition pact. Ambapo 48 hours later, baada ya masaa 48, Raila Amolo Odinga goes to a meeting in Kisii at Gusii Stadium for the first time in his history. Kwa mara ya kwanza katika historia ya siasa za Raila Amolo Odinga kama mtetezi wa wanyonge na mtetezi wa wananchi wa Jamhuri ya Kenya, anaweza kuwa record na kufukuzwa. Maoni yako waswa ni yapi? Maoni yangu ni kusema ya kwamba Raila Amolo Odinga kwa wakati huu ako na miaka 80. Na katika historia hii maneno ya kusalimia marais wale ambao wanatawala alianza akiwa na kitu miaka 40. Kwa hivyo kwa muda wa miaka kama 40 amekuwa katika hiyo harakati ya kuhakikisha kwamba akishinda uchaguzi anakimbia State House
anasalimia rais yule ambaye ako kwa kiti, anasema ni wananchi wanawakilisha, anasema ni wananchi anapeleka huko, lakini anapeleka biashara zake, anapeleka tumbo yake, anapeleka marafiki zake wachache wapate viti. Na kwa sababu hii kitu amefanya kwa muda mrefu, for a period of 40 years, wananchi wamechoka. Na kwa sababu wamechoka, hii style ni ile ile alikuwa anatumia wakati wa mababu zetu, wakati wa mababa zetu. Sisi tumezaliwa akisalimiana, tumelelewa, tumesomeshwa, tumekuwa wakubwa sasa. Bado style ni ile ile. Na wananchi inafika mahali sasa wanachoka na hii maneno. Na nafikiri ndio maana uliona kule Kisii, wananchi wa Kisii haswa vijana vijana wenzetu wakamfukuza, akamwambia mzee, bwana umetuzoea, hata wewe umetuzoea. Kila siku kwa barabara tunaandamana, sufuria kwa kichwa, unatuambia sijui tunaandamana ndio gharama ya maisha ishuke chini, ama tushughulikiwe na serikali, sijui mambo ya uchumi, sijui mambo ya ajira. Lakini ukiita unaenda peke yako, sisi kama vijana tunabaki kwa matatu kihangaika. So nafikiri ni wakati umefika ya kwamba vijana wamechoka na hii style ambao ni ya zamani, ambao wametumia kwa muda wa miaka 40, na ndio maana siku ya jana kitu ambao haijaifanyika, and more so in his backyard, kwa sababu Kisii wako katika Nyanza region. Unajua kutoka Raila aingie kwa siasa, jamii ya Kisii imekuwa ikimunga mkono all through, and it is for the first time wamemwaibisha mchana wazi, wakamwambia mzee, hiyo barabara unatupeleka sisi hatutapitia hiyo barabara. Na kwa hivyo mimi kama kiongozi wa New Gema naungana moja kwa moja na vijana wa kutoka Kisii, wale ambao waliambia Raila Amolo Odinga ya kwamba siku zako za kututumia kama jamii zimekwisha. Mimi nataka nipongeze wa vijana kwa sababu walifanya mzuri. Ile mambo yote iliendelea kule KICC. Nataka niambie wananchi nikuangalia kwa uso bila kuogopa. Ile maneno iliendelea KICC, ilikuwa utapeli, ilikuwa inafanyika mchana. Ni nchi ya Kenya ilikuwa inaporwa mchana wazi na matapeli wawili ambao walikuwa wanawakilisha tumbo zao, Bwana William Arap Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Kwako Bwana Songa, about Raila Amolo Odinga kukua heckled kule Kisii na hii coalition agreement ya Raila Amolo Odinga na William Ruto. Before nikuje kujibu swali lake kuna maswali ambayo ninayo in reply to what kijana Msafi amesema. Nataka wewe utuambie maoni yako haswa kulingana na Raila Amolo Odinga for the first time in history akiwa heckled. Asante sana. As usual mimi nikile Songa. Mimi nimejua kitu mebaki na ni kusema tu kweli. Na hata kama watakufanya kitu wanakufanya ni wewe ndugu tu. Sisi tuko kwa safari na one day tutatoka bwana. Tuko kwa safari. Utatoka na utarudi mahali ulitoka. Mahali ulitoka umejua unajua. Mimi ni mchanga, nitarudi kwa mchanga. Niende wapi? Ni support nani? Lakini ukweli itakuwa ukweli. Na zile vitu unafanya ama unasema saa hii ndio zitakufuata ndugu yangu. Ukienda Ghana saa hii watu bado wanatambua Kwame Nkrumah. Ukienda South Africa wanatambua Nelson Mandela. Ukienda Patavu hapa Central wanatambua Dedan Kimathi. Unasikia vizuri? Ukikuja hata Luland tunatambua watu kama Oginga na Tom Mboya. Lakini kuna mtu kama Martin Sikuku ukienda Western, hawezi tambua Martin Sikuku. Alisaulika. Ukienda Western hawezi tambua na Bongo Mumia collaborate. Nasikia hapo. Sasa Raila Amolo Odinga alianza jani yake vizuri sana. Mimi nilikuwa diehard ya Raila Amolo Odinga. Alikuwa anasema left, Kennedy Songa left. Hata nilikuwa najua kuangalia mdomo yake. Hata alikuwa anaangalia tu signs. Akisema pande hii, nilikuwa nasema hiyo pande hiyo. Akisema pande hii, nilikuwa nasema pande hiyo. Lakini leo hii bwana nimeona light. Umefunguka kabisa. Nikasema baba, ulianza foundation vizuri. Sasa umejua uzuri ya nyumba ni roof. Unaona? Finishing. Unaweza toa foundation. Foundation, mtu haoni foundation. Foundation inaweka nyumba ikuwa strong. Lakini ndiye nyumba ikuwa smart ni roof. Unaona? Sasa roof ya Raila Amolo Odinga baba anamaliza roof vibaya. Anafunika nyumba. Hata anafunika nyumba, anaweza amenunua mabati ingine na foundation. Sasa ndio unaona Wakisii wakisema tu hivyo. Na wale ni Nyanza na walikuwa na Simbarati. Unaona? Walikuwa wanataka kupass message to Raila Amolo Odinga. Hawaja pata time ya kukaa na hii chini vile tumekaa na hii chini. Na huwezi pata hiyo time ya kukaa na Raila Amolo Odinga chini. Alifanya consultation. Ndiye nasema
wale watu Raila Amolo Odinga kwenda pale kuchukua opinion ya kila mtu. Unaona? Sisi ndio wa Kenya. Yeye mwenyewe alisema atachukua opinion lakini hakufanya hivyo. Unasikia hapo? Yeye tukiamuka baba ako breaking news, mimi hata siku najua anapatana na Ruto. Na mimi Kennedy Songa bwana, mimi nachukia Ruto. Sababu gani nachukia Ruto? Sababu gani nachukia Ruto? Vitu mingi Ruto amefanya mimi sitaki. Bwana, last time ya Uhuru tulikuwa na Linda Mama. Hiyo ni kitu watu wote wanajua, hata wale walienda shule. Kazi yako ilikuwa na unapeleka bibi pale, unaona? Ukitilibaki ukizaa ulipwe msara. Hiyo ndiye kitu Ruto angekuja naye. Juu Uhuru akubali tunazaa na watoto tunatoa bure. Sasa ingekuwa Ruto angekuwa mwanaume anajali sisi. Angekuwa tukizaa tena bibi akitoka pale anakujanga hata kama ni 1,000. Unaona? Ya kununua pampas uingie naye kwa nyumba. Angeweka sasa pesa ya baba ile 1,000 kabisa. Iweke hapo. Angeweka tu pale. Sasa kazi yetu ilikuwa tunazaa na unachukua mtoto pale, unakuja naye kwa nyumba, tena 6,000 ama 1,000 umeweka kwa mfuko. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anajua ameshamaliza mambo ya kuzaa. Akadua wewe na hiyo kitu. Na sisi ndiye sasa tuko kwa joto. Ndio mnaanza. Ndiye tumeanza. Juu mamangu alimaliza. Sasa mimi nikimaliza it means hakuna generation. Mimi nataka kumwambia Raila Amolo Odinga hivi. Bwana, mimi sitaki Ruto. Baba hata ungana na Ruto. Kennedy Songa. Mimi na kura yangu moja hivi. Na wale mafansi wangu, bwana sitapigia Ruto kura. Siwezi, huyu jamaa ataenda nyumbani. Na tulikuwa naomba baba, ile kitu ilifanyika Kisii ni disappointment kubwa sana. Raila Amolo Odinga aende kabisa. Umejua binadamu ndiye anafanyanga mistake. Unaona? Na mistake ya kwanza si mistake, kurudia ndiye mistake. Kutoka tu vile Nyachai alikufa. Raila Amolo Odinga hajawahi ona kitu kama ile aliona Kisii. Sasa nataka kumwambia baba, unaona? Mimi nakupea advice. Hata wengine watasema Kennedy Songa upaye kufai kumpaya, lakini wacha nimpee tu. Wale wakaseka mimi nimesa. Arudi kwa drawing board. Unaona? Lakini drawing board amekuwa ndio hivi, unaona hata mwanamke unaweza oa na upate kama ulimpenda msichana mzuri sana, umlete kwa nyumba. Ukimleta kwa nyumba upate huyu mtu ataki kupea mtoto, amedunga family mingi sana. Mtu umeoa dem kama leo. Amedunga family ya 5 years. Wewe utamanage kukaa na yeye na unataka generation yako. Sasa ninamwambia baba, ile decision alifanya ni mbaya. Atoke kwa hiyo nyumba. Na kama wewe toka, safari ya kwenda Bondo si mbali ndugu yangu. Twende si mbali. Ni kwenda Sigoi, mmoja anaenda Sigoi, mmoja anaenda Bondo. Safari inaanza wapi? Safari inaanza tu pale mahali baba hako pale tu. Kwani safari unaanza na step moja? Mimi nilianza na step. Ataanza na step moja naende tu pale. Sasa baba angemaliza vizuri. Hata angefanya vile Kibaki alifanya. Angenyamaza. Acha sasa wa vijana tupelekane huyu. Kibaki alinyamaza kwa sababu Kibaki alikuwa ashaongoza nchi. Raila Amolo Odinga amjampa nafasi. Let me tell you one thing. Si watu wote wanakuwa king. Si watu wote wanakuwa king. Baba Raila Amolo Odinga akona historia kubwa sana. Hata kama hajawahi kuwa president, lakini Wakenya walikuwa wanamtambua. Na kulingana na saa hii ndugu yangu, baba ameara kwa sahani. I'm sorry to say that. Ameara kwa sahani. Na wale wa vijana wanamdanganya. Songa. Utaniruhusu nikukate short kidogo. Hebu mjukuu wa bunduki, your contribution to the said point. A few months ago nilisema kwamba Raila Odinga safari yake kuenjoy wa Kisii imeisha. Na watu wengi wakaona kwa mimi ni mkabila. Na nilirudia. Na bado narudia. Imefanyika Kisii, inaenda kufanyika Western. Hii nimekuhakikishia leo. Kama atabadilisha ile dhana ya kwamba Wajaluo ni wajinga, Waluya ni wajinga, Wapwani ni wajinga, Wakisii ni wajinga, Wamasai ni wajinga, Waturkana ni wajinga, inaenda kumramba. Wajina wa Somalia, inaenda kuwaramba. Hatuwezi kuwa ya kwamba wakati tunaenda maindoni, sisi wote ni wasujaa. But ukishapata swara, unataka kutenga wengine. Iwezekani. Kanye ilifanyika Kisii, iwapo Raila Odinga juzi kabla wafanye ile mistake walifanya na William Ruto, kuna nesemekana kwamba kuna mtu aliuliza mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba about Matiang'i. Na kwa sababu ujuaji jeuri mingi ya ODM na kiburi mingi. On Thursday. Akaujibu ya kwamba
hawa hawana namba. So kwa nini unakuja kwetu na tuna namba? So uende kwenu yenye mko na namba. Unataka nini kwetu? Na uko na mko na namba, sisi hatuna namba. Enda kwenu. So ilinifalika sana ya kwamba aliyasema enda kwenu mali kuna namba, sisi hatuna namba na tuna haja na wewe. So according to you, reason kubwa ya Wakisii jana kusema Raila tukutaki ondoka enda ni contribution yake ambayo aliweza kufanya Thursday. Imakosa ambayo alifanya kwa TV kudiminish Matiang'i. Anavuna alichepanda. Ukipanda mawele tarajia mawele, hutavuna ngano. Ukipanda mahindi hakuna siku utavuna mtama. Utavuna yale mahindi. So Raila Odinga kiburi, wacha niseme kiburi. Najua watu wengi wanaogopa ni kiburi. Hakuna jinsi utaniita mimi sisi hatuna namba. Then in a few days, within less than 24 hours ama 48 hours unakuja kwetu wanataka kutupea hadithi ya nini? Kwani sisi tunakula hadithi? Nyanza as a whole tuko na county sita. But uwezi linganisha Kisii County na Kisumu County. Na Kisumu County is a city. Kisii community kuna county ngapi? 2. Nyamira and Kisii. But mimi naongelea Kisii. Ukichukua Kisii uwezi linganisha na Kisumu ambayo ni city. Wale watu walijipanga na Nyachai the late. Yeah. Na inasemekana kwamba Raila Odinga alimdanganya ama alimuruka Nyachae 202. Yeah, wakati waliweka agreement na wakaweka signature kwamba ataunga Nyachae mkono. Na kwa sababu Raila aliona kwamba Kibaki na Ngilu na kijana wa Malo walishajipanga, ni meli amali yaondoka na hakuna jinsi atarudisha gia. Akaona kwamba opportunity ile kwa government arukia madandie akina Kibaki. Kasema Kasarani kuna Kisirani. Akakuja kudandia nani? Kibaki. Kudandia Kibaki pia akakuja kuambia Wakikuyu kwamba kuna deni Raila kunaye Wakikuyu. Kama deni ambayo Mkikuyu anafaa kulipa, alipe deni ya Waluya. Muluya ndiye alishikilia Kibaki. Na tukakuwa na free education na free health. So hii mambo ya kukuja kutuambia so kulingana na wewe, if there is one point nimeona hapo, kulingana na statement yako, Raila Amolo Odinga hakuna kitu anaitisha kabila la Kikuyu. Wanadaiana nini? But kwa Mluya akona right ya kudai Mkikuyu. How about Mkamba? Mkamba pia ako hapo. Na Mkamba bana anafaa kulipwa si Kalonzo, ni Charity Ngilu. Huyu ndiye alisimama na Kibaki. Na huyu Mluya ambaye the late ambaye alikufa alisimama na nani? Na Kibaki. Na huyu Mluya alikuwa anatoka alikuwa vice president wa Kibaki. Waji hiyo ni 207. Mimi nazungumza 202. Sizungumzi 207. 207 ni conmanship walipatana, conman watatu. So lazima wakaangalie jinsi watapeleka masala yao. Kalonzo za conman, Kibaki za conman, Raila za conman. So hao watatu walipatana 207 kwa fracas ya uchaguzi. So lazima wote watoshie wapi? Serikali. Na walifit serikali. So mimi nazungumza serikali ambayo ilichanguliwa na wananchi 207 to 202 ambao wananchi walisema kwamba hawataki Moi. So Gusi ukisikia wakisema ya kwamba Raila must go, Ruto must go, ni ile kiburi ya ODM. Na hii narudia. Na hii kiburi imechangia hadi Pwani. Mtu kama Ali Hassan Joho anakanyagwa. Na hii ni kiburi wa Kisii wamekataa. Na very soon inaenda kufanyika pia Mombasa. Nimekuhakikishia. Kwa sababu wewe ukitaka unaambia wewe ni Mwarabu. Kwani wakati Joho anataka kuwa party leader ODM ndiye Mwarabu. So the same wa Kisii, hii viti 5, Raila kuna CS 5. Moja Turkana, moja Western, 2 Luo Nyanza, moja Coast. Kwa nini sigawie Mkisii moja? Kwa nini Mkisii asipewe moja? Si tuko na 5. Na wote wanatoka Nyanza. Mko na Ogamba. Hapana, Ogamba si ni ya Ruto. Huyu ni wa Ruto. Mimi sizungumzii mtu ya Ruto. Nazungumzia hii coalition ya hii mkata ambaye impewa Raila Odinga. Si wa Kisii pia wako ndani. Na walichukua namba moja kwa maandamano. Si tupe moja kama treasury ama energy. Tuwaambie sasa Mkisii tuko tumaandamano pamoja nyinyi. Kama Raila anaweza reward Mturukana. Kwani huu Mkisii 960,000 voters registered yenye imeshinda Turkana. Kwani huu Mkisii kwa nini yako consider kwa meza? So wakati unataka kuwadanganya ndio unakuja na mambo ya propaganda. We cannot buy propaganda. Sisi we are Kisii. To you Kalonzo Junior. Maoni yako kulingana na Raila Amolo Odinga kuwa heckled na coalition ya Raila pamoja na William Ruto. Sasa mimi naona hivi. Miti yote imekuwa teresi kwa Raila Amolo Odinga. Na unjanja wa nyani uishia jangwani. Hii mambo ya one man show inafaa ishe hii Kenya. There is no way unaweza kuja kwetu nyumbani waanze kutusi babangu ukupee shilingi. Lazima tutafurugana, obvious.
Then kuna kitu kingine. Hii inaonyesha Raila alikuwa darling wa watu. Saizi ameanza kuwa enemy of the people. Juu saizi control of budget amekuwa kidia 1.3 trillion ilipotea. Raila Amolo Odinga angekuwa darling wa watu, angeuliza hii pesa ilienda wapi. Na ni cabinet secretary wake. Yeah. Kumbuka pale Kisii kuna Gen Z factor. Gen Z wanataka accountability. Huyu mzee hataki accountability. Hataki kuuliza maswali. Kila kitu yote anataka yeye akiwa juu, kila kitu shaisha. Hapana. Raila anafaa elewe hii Kenya imechange. Na Kenya tuna face direction yetu. Tutakuwa Kenya. Alafu kuna hii factor nyingine, Ruto factor. Ruto alikuwa anaenda kule Kisii. Lakini bado Ruto akaina historia. Kuna wakati aliacha kiatu na trosa ikararuka huko Kisii. Yeah, hiyo time. So sasa hizi Ruto akakuja akakuwa darling. But sasa hizi wamemuonesha Ruto, hata wewe Ruto atukutambui. Bado ile 202 tunaweza rudia that history. Unaona? Sasa kuna kitu kingine bado nafikiria about Kisii, Onyoka factor. I think sasa hizi Onyoka, unajua after hizo vitu zote ku happen, ilisemekana Onyoka Na Kibagendi. Yeah, ndo walipanga hizo vitu. Mimi nataka kuambia hivi. Ile shule mtoto wa Kisii anaenda, bado mtoto wangu anasoma hiyo system. Venye mtu wako Kisii amefinywa, hata mimi nafinywa hivyo. So mimi kama mwananchi, that is one way ya kuexpress the pressure kwa Raila Amolo Odinga. Juu saizi Raila Amolo Odinga amekuwa kama msaliti. For instance, kuna mili ilitupo pale Kware. Ushaisikia? Kuna watu wamepata compensation. Kuna vijana kama Rex Masai alishutiwa. Ushaisikia familia imepata compensation? Raila Amolo Odinga akiwa kule Mombasa alisema watu lazima wakuwe compensated. Wakisi wanataka kujua do Raila sign hii MOU alipewa pesa ngapi? Ndio nataka kujua. Juu saa hizi kuna watu wako hospitali hawezi tibiwa juu ya SHA haifanyi kazi. HELB haifanyi kazi. Sasa Raila saa hizi wa Kenya tunapitia mashida, anaenda kusalimiana. Wewe huyu mtu unaweza mchukulia hata kama anafaitia democracy, utamheshimu kweli? Hiyo maneno haiwezi. So kulingana na nyinyi wote, mnaunga mkono mambo ambayo yalimfanyikia Raila Amolo Odinga jana? Na bado. Tina bado. Na bado. So allow me tuingie kwa factor ya agreement ya Raila Amolo Odinga na William. Pale ile agreement iliweza kusainiwa on Friday. Katika ule mkutano hakukuwa na Moses Wetangula. Hakukuwa na Musalia Mudavadi. Kando na Musalia Mudavadi, hatukumuona James Orengo ambaye wametembea na Raila Amolo Odinga kwa miaka mingi katika siasa. Maoni yako ni yapi sio kulingana na hivi? Nafikiri kwa sababu James Orengo amekuwa katika mstari wa mbele akisema ya kwamba hakuna vile ambavyo chama cha ODM kinafaa kusaliti wa Kenya kwa sababu ni chama ambacho kimekuwa na wafuasi wengi kwa muda sasa wa miaka 20. Na amekuwa mstari wa mbele akiambia Raila Amolo Odinga kwamba we cannot lose our identity as a political party kwa sababu wa Kenya sisi wanatujua kama watetezi. Na hivyo basi kushikana na William Ruto, serikali ambayo imefinya wa Kenya na imekuwa ikiua wa Kenya, itakuwa ni kama sisi kama chama tunasaliti wa Kenya. Nafikiri kwa sababu James Orengo amekuwa na hiyo msimamo, nafikiri ndio maana pengine hakujitokeza pale KICC. Yeye akasimama na msimamo wake kwa sababu hakuwa anaunga mkono yale makubaliano ambayo pia alikuwa anaendelea pale KICC. Kitu kingine nafikiri ya kwamba ilifanya James Orengo akose kuenda pale ni kwa sababu aliona ya kwamba ile inaendelea pale ni utapeli. Kwa sababu yale makubaliano ambao walikuwa wanapeleka pale ndio watie sahihi. Ukisoma ile makubaliano ambayo ilikuwa presented by the SG wa ODM Bwana Sifuna, walikuwa tu wanataja yale tu maneno walikuwa wanataja wakati wa maandamano 2023. Wakisema ya kwamba tumekubaliana na serikali, lazima gharama ya maisha ishuke chini, lazima warekebishe uchumi, lazima wasimamishe mambo ya corruption, lazima wasimamishe sijui mambo ya implementation of NADCO report. Hiyo ndio ile makubaliano ama mapendekezo watu wa ODM walikuwa wanapeleka pale. Naye William Ruto tukaona alikuwa na mapendekezo kama ya kwamba kufanyiwe national debt audit. Akasema pia kwamba wangetaka kusimamisha ama kustop the extra judicial killing. Akasema pia kwamba wangetaka kupatia wananchi uhuru wa kujieleza. So yale mapendekezo ambayo William Ruto alikuwa anataja pale ni yale mwenyewe amekuwa akitekeleza. Na unless anabeba wa Kenya upuzi, hata kama hatuna PhD,
hata kama hatuna degree ya miti na wanyama, yule ambaye amekuwa akitekeleza mambo ya abduction, mambo ya extrajudicial killing ni William Ruto mwenyewe. Hawezi tuambia alikuwa anatekeleza kwa sababu hawakuwa wamesalimiana na Raila. Hawezi tuambia hii mambo anasema ya corruption. Amesomwa juzi dunia mzima kama namba 2 mwizi mkubwa Kenya mzima, dunia mzima. Na kwa hivyo ni kama alikuwa namba 2 mwizi dunia mzima, hiyo ni kumaanisha tukikuja Kenya ndiye namba 1. Kwa hivyo hawezi tuambia umekuwa ukiiba pesa kwa sababu hakukuwa na makubaliano kati yako na Raila Amolo Odinga. Hawezi kuwa anatuambia kwamba hii upuzi yote umekuwa ukifanya ya kunyima wa Kenya uhuru wao wa kujieleza ni kwa sababu baba yako Raila, kwa sababu Raila Amolo Odinga hamkuwa mmesalimiana. Hiyo ni kubeba wa Kenya, ni kama tuko na matope katikati ya masikio. Sawa sawa. So pia na wao watu wa ODM ile mapendekezo ambao walipeleka pale ni ile tu walipeleka wakati wa 27, wakati wa 2013, 2017, kila baada ya uchaguzi ni ile maneno Raila Amolo Odinga hushikilia, anapelekea wafuasi wake ndio watokee kwa barabara. Mimi nakumbuka vizuri ya kwamba siku vijana wetu wanapigwa risasi hapa wakati walikuwa wanaandamana 2023 January. Aliwaambia kwamba tuvae sufuria kwa kichwa na hatutoki kwa barabara mpaka bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Hatutoki kwa barabara mpaka William Ruto atengeneze nini? Uchumi. Akasema hatutoki kwa barabara mpaka vijana wetu wapate nini? Ajira. Siku amepigiwa simu, alikimbia Mombasa peke yake. Hakuenda na vijana, hakuenda na waandamanaji, hata alisahau kuenda na Kalonzo na kina Martha Karua. Wote aliwaacha kwa mataka aenda peke yake. Sasa wakati walienda hakuwekelea hizo mapendekezo kwa meza. Alienda alikuja kumediate. Sikatai. Huyo ni mwizi venye mjukuu anasema, huyo ni Conman mwenzake. Unajua katika ni mwizi. Ni mwizi, unajua katika kila nchi kuna mwizi. Ni kama vile tunasemanga kwa katika kila familia haikosi mtu mmoja ni short wire. So vile vile katika nchi iko na wezi wake, wezi wazee wale ambao wamezeka wakiiba. So Abasajo iza cartel ni mwizi tu kama Raila Amolo Odinga. Kwa sababu kama mlikuwa mnaandamana sababu ya gharama ya maisha, wewe umeitwa Mombasa umeenda peke yako, umeambiwa utapatiwa kiti ya AU, alafu umepatiwa pesa. Hapo ni wapi wananchi wamesaidika? The same thing ile maneno walikuwa nashikilia wakati wa maandamano ndio amepeleka KICC. How sure are we hiyo amepeleka KICC itatendeka? Haitatendeka. Na ndio maana mimi nasema ya kwamba Raila Amolo Odinga hata kwa Mungu hata karibia. Mbona? Kwa sababu watoto wetu juzi walijitokeza kumwambia mzee, umepigana ya kutosha. Kaa nyumbani. Sisi kama watoto wako wacha tupigane hii vita kuhakikisha kwamba tumerekebisha Kenya. Vijana wakajitoa maisha yao, wakapigwa risasi, wakauliwa. Na ile kitu walikuwa wanataka, hawa vijana hawako wanaenda kwa barabara kwa sababu walikuwa wanataka mamlaka. Hawa vijana hawako wanataka kutoa William Ruto kwa kiti ati wakuwe ndio wanatawala. Hawa vijana hawako wanaandamana wapatiwe viti za mawaziri. Walikuwa wanaandamana ndio yule ambaye amekalia kiti ya urais, ndio yule ambaye ako na ushuru wa Kenya, atumie hizo fedha kuhakikisha kwamba amerekebisha uchumi na gharama ya maisha. Na hiyo ndio ilikuwa mapendekezo ya Gen-Z. Lakini baba amejitokeza, ameambia William Ruto ndio hii maneno ishe, nipatie vio. Akapatiwa vio 5. Hizo mjukuu ametaja hapa. Hizo vio akagawia Wajaruo wachache na Mruya mmoja hapo na akapatia Mswahili mmoja hapo. Huyu wanaita Mwarabu Bwana Joho. Hata watu wa Kisii hawakupatiwa, jamii ya Wakamba hawakupatiwa, na wote walikuwa kwa hiyo maandamano na wote walikuwa wanaunga mkono Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. So kwa hivyo alibetray Gen-Z. Wale ambao hawakuwa wanapigania viti, hawakuwa wanapigania nafasi za vyeo, walikuwa wanapigania nchi kurekebika katika uongozi ulioko. So kama Raila Amolo Odinga angesukumia hiyo, aambia William Ruto wacha kunipatia vyeo, wacha kunipatia viti za mawaziri, rekebisha uchumi vile ambavyo watoto wanakuambia, tungemunga mkono. Lakini he betrayed them. Raila Amolo Odinga is a betrayer. So unamaanisha Raila the reason why James Orengo other people those supporters those have been die-hard followers of Raila Amolo Odinga in the politics, akina Babu Owino, the reason why they never showed up in the signing of the pact ni kwa sababu Raila amewabetray. Ni kwa sababu Raila amebetray wafuasi wake, viongozi wake wale wametembea naye zaidi ya miaka 20, amebetray wafuasi sugu wake kama kina Songa, kina mjukuu, kina Kalonzo Junior. Na that is why hata hawa KICC hawakukanyanga hapo. Kwa sababu pia wao wako na uchungu, kwa sababu ile kitu wamekuwa wakipigania kama wana ODM hawajaipata
na miaka 20 imeisha na mzee ameanza kuzeeka zaidi. He is at his sunset days, na wakiangalia mbele hakuna matumaini vile ambavyo Songa anasema. Songa, maoni yako. Umetulia sana. Sawa, maoni yangu ni mesema the reason why akina Orengo. Ya, pia kuna huyu jamaa wa Luya Land, huyu hawa wawili. Hata babu. Babu Owino pia, na kuna Musalia Mudavadi na Wetangula. Let me tell you one thing, ndugu yangu. Umejua mimi kitu najua na kitu mimi najua. Mimi kabila yangu hataki ukweli. Ukweli kusema tu mimi nasema nimesimama na pande hii ndio wataki. Na mimi nataka kumwambia hata wale watu wananipinga. Saa hii nikiwekwa Raila kwa hapa na wao wako hapa. Na Raila angalie clip za wale watu wanapiganga wanaongea. Achukue clip zangu zote, na achukue clip ya Gaucho zote. Na Kasmuel zote. Na wape Raila 1 week ya kuangalia hizo vitu. Mtu ya kwanza Raila atamtolea kofia ni mimi. Juu mimi nafanya tu exactly zile vitu alikuwa anafanya early 90s. Wakipigania demokrasi. Unasikia hapo? Orengo alikataa kuenda pale juu Orengo alianza kuflashback early 90s. Masaba alikuwa na nguvu kama James Orengo Nyetieng. Orengo akikumbuka vile mambo hii Kenya ilifanya Orengo kimbie mpaka TZ. Moi kama nataka kumuua. Raila amesahau hii mambo moja kupigania inchi ilifanya wekwe ndani. Ikafanya Raila akiongea hawezi ongea kwa light kama hii. Unaona anatoa machozi. Unaona? Sasa hata mimi na flashback wakati wa baba wakula. Ndiye nasema mimi pia na flashback. Vile mimi nilienda nikarisk. Songa, wacha nikuulize swali. Mnataka baba aishi kwa opposition? Si kwa opposition. Kukaa na watu. Bwana, kukaa na watu, kujua kukaa na watu ni kitu ya maana sana. Kuliko kushindana wewe ukae na muisi moja mahali hakuna amani. Unasikia hapo? Hakuna amani aje. Let me tell you one thing, ndugu yangu. Ama ulitumwa? Nakuuliza hakuna amani. Ndiye nasema, Biblia inasema aje? Biblia inasema aje hivi? Inasema hivi, beta ukule mboga mahali kuna amani kuliko kukula nyama mahali kuna kelele. Kwa nyumba ya mtu nyumba ya Ruto kuna kelele usiku na mchana, kuna kulala hapo. Umesikia hapo? Na tunaona wananona. Atalala ananona aje na stress tupu. Ruto alalangi. Sasa saa hii kila mtu wa Kenya wanaangalia tu Raila. Sasa hii wameanza kugonga Ruto kidogo. Sasa umejua Ruto msalaba ilikuwa ngumu, ilikuwa mzito. Akaita Raila Amolo Odinga kuja unisaidie. Baba pia ameenda tu hapo anamsaidia Ruto. Ruto ametoroka akamwacha na hiyo msalaba peke yake. Sasa hii uliona Kisii, hiyo ni msalaba ya Ruto ndiye angebeba Kisii. Baba Raila Amolo Odinga kabeba. Sasa hii interview hapa, baba Raila Amolo Odinga ndiye anabeba hizi maneno. Usiku na mchana watu wanadiscuss ile kitu walifanya. Watu wanalia na jina yake. Lakini mbona kuna wenye waoni makosa ya baba? Wataona aje na wanakula. Sasa si hata wewe uingie huko. No, kukula pesa kama hiyo itafanya sioni binguni. Beta nikufe maskini vile Lazaro alikufa, lakini kuna life after death. Songa, swali langu, why na Musalia Mudavadi jena Wetangula? Mbona wao wenyewe na wajui Raila? Ni andiseki ya kwanza Raila ameenda kama Mudavadi anaona. Mudavadi ni mtoto. Ni andiseki ya kwanza. Wetangula ni andiseki ya kwanza akiona. Wetangula alijua tu Raila akienda pale ni yake. Ndugu yangu acha tu niseme tu kweli. Raila akienda pale ni yake. Na ukiona Junet. Baba Junet ukiona Junet. Junet ukiona Junet, huyo mtu Raila anapenda Junet. Huyo Junet kutoka Suna East. Vitu sote Raila anafanya ni wrong. Yaani Junet ukimwona Junet ukiona tu nyuma ya Raila amepotea. Decision zote ni wrong. Na I'm telling the truth, akina Junet imefanya Raila yawe kuwa president hapa Kenya. Si wapiga kura. Alafu nikuulize, Babu Owino je, tunaona baba akienda kutembea nowadays anatembea na Sakaja. Ndiye baba anaacha watoto wake. Anaenda kwa watoto wa jirani. Pende watoto wake hata kama wana kitu au ndio wako, damu yako ni damu yako ndugu yangu. Wacha kula, ukipika chakula, pea watoto wako chakula kwanza ndio upende mtoto wa jirani. Huyo mtoto wa jirani anaweza kuorganize hata vile wanakuua. Wewe uweze uwe baba yako. Ndio ufika mahali unaua baba yako kweli angekukosea sana. Sana.
blood is thicker than water. Water ni Sakaja, blood ni Babu Owino na kina Tim Wanyonyi. Babu Owino ameshawekwa ndani. Na Babu Owino analia akiangalia future yake. Unasikia vizuri? Akiangalia future yake. Huyu Sakaja siku hizi hakuna mahali anataka kwenda. Sakaja umejua ni kama mtu anakufa kwa maji. Yaani hata apate kibuyu atashika. Ile there is nobody. Sakaja is no. Sakaja hata mimi nimeshinda kitu ameshinda naye ni pesa. Na ukiweka ni interview kufikiria tufanye nini kwa Kenya wafaulu hakuna. Totally nothing. Dimples hata I don't want to talk about mambo ya Dimples. Ni wasichana wanafaa kwenda vitu kama hizo. Yeye anauza sura kabla use kasi. Nasikia? Anauza sura kabla use nini? Kazi. Mwanaume unaweza kuwa hauna sura lakini vitendo. Simama kama mwanaume, simama kama Mkenya. Unaona? Watu kama Sakaja ndio sasa tumekuwa naona 2032 watakuja wakuwe leader. Lakini hakuna. Sasa nikimalizia nasema hivi ndugu yangu. Hii mambo nasema nitasahau hii. Pale uliona wa vijana wakipiga nduru. Na hii message ifikie watu kutoka Luland. Wa vijana kutoka Luland. Wale walipiga nduru pale. Waka sherekea kwa swimming pool. Ama niaje ndugu yangu? Walipata nafasi ya waliogelea. Sisi tukiona kwa nyumba. Na sisi tulipigania baba. Waliogelea wakasema baba is always right. Sahi wako kwa serikali. Nasema hivi, watu wa kamera waniwekie tu hata singine wasiweke zote lakini waniwekie hii. Nione na waone. Wajaluo wote. Ukijua wewe ni kijana Mjaluo. Uko kwa serikali. Kuanzia kesho, leo ni Monday. Kuanzia kesho, sitaki kuona kijana Jaluo akifanya kazi ya mijengo. Waende watafute kazi Kanjo. Jaluo wako kwa serikali, kazi ya mijengo imeisha. Watu waachie mimi ndiye napinga serikali na wale wa vijana kutoka Kikuyula. Sasa yuki pana Jaluo amebeba gunia ametoka kazi ya mjengo nipigie simu viboko. Juu anasema kwa serikali. Sasa kuna kazi ngumu kwa Mjaluo. Anapaswa kukua maisha soft. Vile waliogelea pale. Sasa ogelea kwa kazi ofisi. Ndugu yangu usijali mimi kilisawazana nimesema. Endeni umwambie baba. Unataka kazi ofisi. Si kazi uwezi piga jua kali na unasema uko kwa serikali ndugu yangu hii hakuna. Unalala kuwa watchman and then kesho yake. Alafu the following day unaenda kuogelea pale. Swimming pool. Na unafanya mjengo. What is that? Tumia akili yako mwambie vile ulienda pale. Na mimi ndio nasemanga kwa vijana wengine wafikiri. Pale wale baba alikuwa anasema haya, uliona hata moja alibeba tu mkono. Wangesanya hata watu kama 10 waseme baba. Sisi tunataka kazi. Sakaja alikuwa pale. Ulisikia hata baba akimwambia Sakaja, sasa wa vijana wangu, nataka Sakaja andike watu 10. Ulisikia? Alikuwa anaona angalia tu wanasema hao ni mafala. Anasema oe. Bwana mimi nimechoka kusema oe. Mimi saa hii nitabaki tu kidisonga. Hii mambo ya oe. Imeisha ndugu yangu. Nikikukata short, tuingie kwa mjukuu. Story ya James Orengo, Musalia Mudavadi, Babu Owino na Moses Wetangula. Kukosa kwa signing ya hii agreement. Unaona what are the factors that influence that? Number 1 namuonea Wetangula huruma. Pili namuonea Mudavadi huruma sana kwa sababu ni Mudavadi ni mtu ambaye ni baba yarika baba yangu lakini samahani hana kile ya kufikiria. Ako na kile ya kukula. Hii ndio kenye nasumbua Mudavadi. Mudavadi akishiba yeye ako sawa, afikiri mambo ya kesho, anafikiria tumbo ya saa hii. So Mudavadi sijui ni nani aliroga Mudavadi. Kwa sababu Mudavadi ni rika ya babangu lakini ule mzee hana kile ya kufikiria kama kiongozi. Unaambia Prime Minister hivyo? Prime Cabinet Secretary. Na sivijui iko kwa katiba gani, juu mimi nasungumusia ndani ya katiba ambayo tulipitisha mwaka 2010. Yenye hana hizo upuzi ya Mudavadi ambaye nasema kwa ndio anakotajia hana akili. Hizo vitu unanitajia haiko kwa katiba. Haipo. Mudavadi ni waziri wa kigeni foreign affairs. Hizo prime sijui nini hizo notapila ambaye anatapeliwa. So akiitwa jina makubwa anacheka, anafurahi but ni jina ya mambo ambayo anatapeliwa na mheshimiwa rais. Kwa sababu haipo kwa katiba. Haipo mahali popote. So hata kiambia leo aenda mahakamani tumekufuta kasa anaenda kujitetea aje. Na saa hii venye baba ameingia, Mudavadi influence yake kwa serikali ya William Ruto unaiona? Mudavadi hana influence. Number 1 kwa sababu kwao nyumbani ni UDA ni councillor, ndio MCA. Senator ni ODM.
women rep ni ODM, governor ni ODM. So mtu kama huyo unaweza kuhesabu kwa mali unahesabu viongozi ni ati ni kiongozi. Ya kuna chama ya ANC ambayo tumetoka nayo uchaguzi 2022 yenye ana MC ambaye anamlinda ni ya UDA. Na kwa sasa ameidissolve. Akauza, ndio maana nakwambia aliambiwa chukua kuku, akauza chama kwa UDA. Hakufikiria mbele. Aliuza chama kuku. Aliuzia hivi ndio kwani aliuzia kufanya kazi gani? Alikula hingo. Alikula hivyo akaenda. Jambo la Mheshimiwa Wetangula sometimes ina consequence inaweza kufanya uumie. Na Mheshimiwa Wetangula amebaki na kitu moja. Amebaki na kitu ambacho anajulikana kama chama ya Ford Kenya ambapo ni kama simba imekufa yenye iweze huma ama ni kama umbwa koko ambayo inabweka lakini haiwezi ng'ata mtu. Na kwamba Wetangula alitoka kama seneta ambaye ingemsaidia. Akaambia kuwa hapa speaker yenye kwamba Ruto akimake decision Wetangula ataenda saa 12 atakuwa kwake akilia kama mtu ambaye ana cheo yoyote. Kwa sababu Ruto anaangalia ground. Ground inaimba inatembea. Anabeba 75% leo hii. Je, Raila leo kiamuka seme William Ruto naomba utoe Wetangula uwekee mtu wangu kuwe speaker. Je, Ruto anaweza kataa? So Wetangula atashikilia nini? Atashikilia jina ya chama. Yenye wewe sio MCA, wewe sio nominated, wewe ni party leader. Atabaki tu na chama yako. So inamaanishwa anaenda kupigwa kama ngome ya haleluya anatembea. Kwa sababu hatakuwa na nguvu yoyote. Lakini mbona wanapiga natembea hivi? Because tumeona natembea juzi amevamiwa kwa mazishi ya nani Injendi. Tumemwona akivamiwa kwa mazishi ya nani pia ya Chebukati. Siku njema huonekana asubuhi. Kama wewe ni debe tupa kuna mtu atakupiga. Na kupigia nini wewe ni mtu useless. Wewe mtu anaweza sugulia kama Mudavadi. Mudavadi ni debe tupu. Nani atampiga? Ako na value gani? Valueless. So mtu ako valueless utampigaje? So natembea kuna value. Ako na watu, ako na jina na anasungumuza yale tatizo ambayo Mkikuyu anasungumuzia tatizo la watu wake. Na anasungumuzia yale tatizo ambayo Mkisia anasungumuzia tatizo la watu wake, ndio natembea anasungumuza kwao kule maeneo ya magharibi ya Kenya. So lazima lime mijembe kwa sababu anatoa jinga kwa masikio ya Muluya. Kwa sababu Muluya amedanganywa muda mrefu, jinsi Jaluo anazidi kudanganywa. So yeye amekataa kudanganywa tena Muluya. So Mudavadi anaona kwamba hoteli ama ile biashara wanafanya na tuoli na Wetangula inazidi kuisha kwa sababu gani? Huyu Muluya anajua haki yake. Unajua wakati Mkikuyu alijua haki yake, akaambia Uhuru Kenyatta ndugu yangu kaa kando kwanza tu deal na William Ruto ama tu deal na Raila Odinga. So wakajua William Ruto sana anambia William Ruto kaa pembeni tunataka kudeal na wewe. So hiyo ndio siasa ya Mkikuyu. Na hiyo ndio siasa anatembea analeta kule kwao. Yenye inaribia William Ruto soko. Na mtu ambaye anaribiwa soko zaidi ni Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sababu amezoea kudanganya mimi ni sijui mjukuu, sijui na bongo ya mumia, sijui ipo. Hizo ni sarakazi, conmanship, utapeli. So natembea na piko kwa sababu anaharibu biashara. Hakuna jinsi akina Raila watapata value kwenye Ruto. So value yao inarudi chini, natembea na beba value yao. So natembea kipigwa anaharibu biashara. Mambo ya James Orengo. Sidhani James Orengo anaweza kuwa mjinga kiasi gani ashirikiana na William Ruto. Ndugu yangu ukinikataza nisikue mbunge. Then baadaye ukilemewa na serikali ya ubunge kwa sababu umechaguliwa ama umeniibia. Then unaita kwenye meza yako ya kwamba ndugu yangu mjukuu nimelemea katika kwenye makazi ya ubunge, sijui kupanga pesa ya CDF. Sijui sasa nikuje nikuwe PA. Ndugu zangu ninaweza fanya kwamba watu wakuchome. Iwapo ni mimi kwa sababu uliniibia na kisha umelemewa. Naweza ongeza kuni ama niongeze petroli zaidi uzidi kuteketea zaidi. Ndio utoroke nichukue. Orengo anasikitika akiangalia mahakama imemruhusu Raila Odinga na coalition zao na Uhuru Kenyatta wakuwe majority, then wanaenda kuuzia William Ruto. Mmenipata vizuri. Endo utafute clip ya Orengo baada ya mahakama kusema kwamba Azimio is majority kwenye parliament. Alafu Orengo akasema kwamba tunaenda tena kunegotiate kwenye round table. So negotiate nini? Watu hawakujua kwamba huwa wana negotiate power. Nimekushinda sitaki kuwa rais, nipe zangu niende. Hiyo ndio wao wanafanya. So ukisikiza Orengo akisema inamaanisha kwamba uongozi huwa inauzwa hapa Kenya. So baba has been winning. Ameishi kushinda lakini hataki kila mara. Hataki kila mara. Matamshi ya James Orengo inakuonyesha kwamba kuna vitu inafanywa chini ya meza ya kwamba nimeshinda lakini sitaki. Umenipata? Nipe zangu
nisonge. Ukweli mambo, angalia mahakama. Akasema Azimio is majority. Wewe umesikia mahali Raila Odinga amezungumza? Kwa nini hataki kuwa majority? Kama anataka kusaidia Mkenya angekuwa majority, ndio sasa wao ndio walete sera. Alafu tutafuate sera yao. Siende anakona wananchi. Na mimi ndio majority. So sera zetu kama wananchi tunataka mambo ya afya ishughulikiwe vizuri, na hii ndio system ambayo pitisheni, pigeni kura kwa parliament, bill mpelekea rais asign, alafu pesa iwekwe wapi fanye kazi. Kwa nini walikata? Kwa sababu wanataka kufuata serikali yenye wanapotea ili wazidi kuibia Wakenya. So Orengo anasikitika akionekana pale KCC. Sasa yeye pia amesimama nyuma wakisaini ujinga, utapeli ambao wanataka kutapeli wa Kenya. Ndugu zangu, hakuna mali inasemekana Raila asaweke signature ama MOU ndio Ruto sasa juu ya kwamba abduction inafaa kusimamishwa. Babu Owino je? Nakuja kwa Babu Owino nikimalizia James Orengo. James Orengo sasa anaitwa ODM Rebellion. Na anaitwa ODM Rebellion kwa sababu anakataa hunyama na serikali ya broad-based government. Serikali ambao wachache wanakaa chini kisha wanatuibia. Hiyo ndio Orengo amekataa. Babu Owino ako na kazi ngumu. Na hii nataka nikurudishe 207. Wakati tulikataa Raphael Tuju aliyekuwa mbunge wa Rarieda constituency. Na tangu independent 1963 tuko na the best MP moja ambayo hata Raila Odinga haiko hapo, ambaye anajulikana kama Raphael Tuju, mbunge wa Rarieda constituency. Raphael Tuju alipigwa ikisemekana kwamba yeye ni msaliti kwa sababu alikuwa anafanya na marehemu Rais Mwai Kibaki. So nikakaa chini nikajaribu kujiuliza, wakati ndugu zangu unatoka Mlima Kenya ukaniambia kwenu kule maeneo ya Migori, chukua milioni 1 jenga nayo hiyo shule katika kwenye ward yako ndio usaidie jamii. Ni wapi nimesaliti huyu ndugu yangu ambaye ni Mjaluo mwenzangu? So hizo ni siasa ya conmanship. Tunatumia lugha chafu kukuondoa katika kwenye njia mwafaka ili watu wetu wazidi kuwa maskini. Watu wengi wanalia, wanaregret ya kwamba tulitumika vibaya kuharibu zile rasilimali ama zile mali ama muundo msingi ambao liletwa na mheshimiwa Raphael Tuju. The same Babu Owino, hiyo ndio jinamizi ya kwamba Babu Owino anapinga Raila Odinga, na kuna mahali Babu Owino amesimama akasema kwamba mimi napinga ODM wala napinga Raila Odinga. Kwa sababu gani? Siasa ya conmanship. Ya kwamba huyu bwana hakuna kile ya kusaidia watu watoke maskini, lakini tunataka huyu kwa sababu akana njia ya kuleta umati wakuwe maskini. So natafuta Sakaja ambaye anafanya wana Nairobi wanakuwa slave, watumwa, na wanakuwa maskini. Leo hii mvua imenyesha kidogo, Nairobi epitiki. So hao conmen ambao wanaiba pesa ndio inachukuliwa, hao watu ambao wanataka kutengeneza wanaweka pembeni. So hakuna jinsi babu atafanya kazi na Raila Odinga saa hii. There's no way. To you Kalonzo Junior. Ile swala tutakamilisha. Sasa mimi nataka kusema hivi about Musalia Mudavadi. Mimi Musalia Mudavadi naweza mlinganisha na ule mwana mpotevu. Juu for instance, Musalia si serious leader. Whereby MOU inasainiwa pale KCC. Badala aende chukue 30% ya Waluya, yeye anaenda kuosha vyombo huko kwa Chebukati. Anauza juku. Huyo ni mtu mwenye yuko serious. Ukiangalia kwa Mudavadi kwake, hakuna lami. Saizi kitu mbaya happen kwa Mudavadi. Either mtu apelekwe na ndege ama bebwe kwa mikono. Gari haiwezi ingia mpaka kwake. Hakuna lami. Saizi kukinyesha kwa Mudavadi hakupitiki. Bado kuna shida ya mashule, bado hospitali hazifanyi vizuri. Na huyo mtu ni prime cabinet secretary wa Kenya. Wetangula mi ile kitu iko naona pia Wetangula ni kama an exit. Saizi ni kama wako so Mudavadi and Wetangula wako kwa gate wakitoka. Wetangula. Oh, Mudavadi atabaki. Si ashauza nini NC. So ana ene bargaining power. Sasa mbele, left, right, center kuna mali anaweza enda, amekwama kwa tope. Kwa James Orengo. James Orengo mimi naona ni msomi. Ni mtu anaelewa katiba. Anaangalia zile vitu zilisainiwa pale KCC. Anaona ni zile working constitution. Yeah, yani zile vitu zilisainiwa pale anaona ni zile vitu wa Kenya wameishi kuzisema. Huyo Raila Amolo Odinga ameishi kuzisema. Huyo William Samoei Ruto kwa manifesto yake aliishi kuzisema. So akiangalia mbele nyuma hakuna kitu itafanyika at the end of the day. Yeah. So mimi now allow me to get into another topic. During the weekend tumekuwa na story moja ambayo imeweza
kukua spoken about everywhere na kila mtu Gen Z wameamka tena, and this time round they are against one the churches ambazo zinapokea pesa kutokea kwa Rais William Ruto. Last week, not this week ambayo imepita, last week but one, Rais William Ruto gave 20 million Kenyan shillings to one Bishop Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Na pale Jesus Winner akaahidi ya kwamba tena I will be back with another 100 million Kenyan shillings. Vijana wakasema umezoea kutusoma. Sisi hatuna chakula, hatuna kazi na unaendelea kutoa tu. We kazi ni kutoa tu. Kwa makanisa lakini kwetu hautoi. So jana wameamkia pale, kuamkia pale wakapata contingent ya GSU officers imelazwa hapo kulinda kanisa la Jesus Winner. Vijana walikuwa wanaumwa rungu na kufungiwa huko ndani. Unasikia? Kando na hilo, rais amekwenda kwao nyumbani kule Eldoret. Akatoa another 20 million Kenyan shillings. Akawaambia hata museme nini, amunitishi, amunibabaishi, maoni kwako sasa bwana kijana mzee. Nafikiri sasa mahali imefika, William Ruto amekuwa dictator, amekuwa kichwa ngumu. Yale mambo ambayo yanakera wananchi ndio anapenda sana kufanya. Na mimi nafikiri ya kwamba sasa mahali imefika ni wananchi tu wakubaliane. Sababu hizi pesa William Ruto anapatiana si za kuuza mayai ama kuuza kuku. Hii ni pesa ya wananchi, ile ambao tumeambiwa na Auditor General ya kwamba for the period of 6 months kumekuwa kukitolewa pesa idadi ya 1.3 trillion. Hii ni ile pesa tumeambiwa juzi ya SHA ambao haipatikani 104 billion. Hii ni pesa watoto wetu wanakatwa kwa mshahara kwa lazima kupitia sheria mbovu. Wanakatwa 1.5% ati ni pesa ya kujenga manyumba bandia, program ambao ni tapedi. Hizi ndizo zile pesa William Ruto anazunguka nazo na magunia akijaribu kuhonga mapasta. Akijaribu kuhonga makanisa. Na kwa sababu ni mwerevu, anajua hizi evangelical ni makanisa ambazo ni za watu binafsi. So kwa hivyo akiita Pastor Karen ama aita Pastor State House ama aita Pastor kwa hoteli yake, unajua hivyo ndivyo inafanya. Wakae chini waongee, wakubaliane. Nitakuja kwako Sunday, nitakuja na kiasi hii ya pesa. Wewe jaribu kutengeneza maneno, nitengenezee platform, hubiri zile mistari ambazo zitakuwa zinafanya watu wakuwe na hike na psyche na nini yote. Alafu tuone vile ambavyo tunaweza shikana. That is what William is doing, bribing the pastors. Kwa sababu ameona hii biashara kwa Catholic hiyo imekataliwa. Kwa PCA hiyo bado pia imekataliwa. Hizi mainstream churches hii maneno imekataliwa. Lakini hizi makanisa za watu binafsi unapata pastor anajiita majina 10. Doctor, bishop, pastor, apostle, prophet, hizo makanisa. Si ati nawakosea heshima, lakini anapenda sana hizo makanisa sababu hizo ni makanisa ambazo zinakontroliwa na mtu. Ndizo watu wengi nowadays wanaenda. Unajua sasa wameoshwa akili. Hizo makanisa mingi ama mapasta wanajiita hizo maapostle, maprofet, mapasta wa kutoa watu mapepo. Ama mapasta wengi wamebrainwash, wameosha wafuasi wao akili. Kuna nguvu za giza wanatumianga kuhakikisha kwamba wamefanya manipulation. Wale wafuasi wao wameoshwa akili, hakuna kitu mbaya wanaweza ona kuhusu wao mapasta wao. Unajua hivyo? Yeah. So that is why William Ruto amekimbilia hizo platform kupeleka zile pesa huko ndio aweze kununua wale watu. Na kwa sababu ni kama anaonekana ya kwamba ameamua kutumia pesa ya wananchi kununua au mapasta na kununua au wafuasi ambao wamekuwa brainwashed. Wananchi mahali imefika ni sasa waungane. William Ruto akipeleka milioni 20 kanisa ile, wananchi wanaenda kwa hiyo kanisa, wanachukua hiyo pesa. Wanachukua hiyo milioni 20. Wanaenda kujenga mashule. Akileta milioni 20 kwa hii kanisa, wananchi wanaungana, wanapata huyo, wanaendea huyo pastor, hiyo pesa wanafanya recovery wananchi wenyewe, wanaenda kujenga mashule, ama wanaenda kulipia watoto shule, ama kujenga madarasa. Mahali tumeona huko kwa Rift Valley, watoto wanasomea chini ya miti. Mahali imefika sasa sababu hii pesa ni ya wananchi. Hii si pesa ya William Ruto. But je, nikuulize kijana. Hakuna mwanasiasa anaweza chinja mbuzi yake ndivyo paka ipate damu. Wanasiasa wanachinja mbuzi, wanakula nyama sababu hawezi kunywa damu, wanapatia paka. Alafu wanakuja hapa kurukaruka wakisema ya kwamba vile wanachinjia paka zao mbuzi. Umesema kuna watu wameoshwa nini? They are brainwashed. They are brainwashed. Let me ask you a question. Jana mkasema ya kwamba tuna occupy.
the Gen Z wakasema tuna occupy kesho. Wakakuja jana pale. Wakafukuzwa. Rais akaenda kule tena akatoa. What is the picture the president is portraying to the public and the masses? Kwa sababu kama na akasema watu amutakataa Mungu akuje Kenya, Mungu atakuja Kenya, mpende msipende. Mungu hahitaji pesa, kwani Mungu ni maskini? Unajua Mungu wa William Ruto nao wakora mapasta, pengine ni Mungu maskini. Na ni Mungu hata hana adabu. Sababu anategemea pesa ya wizi ndio ajengewe madhabahu. Yule Mungu tunajua hagojei pesa za damu ati ajengewe madhabahu. Yule Mungu sisi tunajua si Mungu tapeli na si Mungu mkora, si Mungu mwizi. Si Mungu ananyang'anya watu pesa anaacha wakikufa ati akajengewa madhabahu. Yule Mungu sisi tunajua ni Mungu ambaye ni wa kweli na ni Mungu ambaye ni wa haki. Huyu Mungu William Ruto anatuambia ni Mungu wao wamejitengenezea na wao mapasta watapeli au mapasta wakora. Sawa sawa. Na ni vizuri hata niambie wa Kenya. Hawa wafuasi unaona wameosha akili kwa makanisa. Hawa mapasta wengi wanatumia majini fulani. Kuna mapepo za giza wanatumia kumanipulate wafuasi. Na ndio maana leo hii wafuasi wanaambiwa pasta wenu ndio ule amepata kwa mwanamke. Lakini wanasema hapana, pasta wao haizi fanya hivyo. Wanaambiwa ndio huyu amepata kwa mwanamke. Wanasema pasta wao haizi fanya hivyo. Honest to error. Washirika wanaambiwa ndio pasta wenu amepata akilala na mwanaume. Na ushahidi ndio hii. Wafuasi wanasema hapana, pasta wetu hawezi fanya hivyo. Hao wafuasi wamefunikwa macho. Kuna nguvu za giza wametumiwa. Na hao mapasta wao wamefunikwa, hawawezi ona. Ndio hata wakiambiwa pasta wenu ndio ule tumempata akibaka mtoto mdogo, hawawezi toka kwa hiyo kanisa, hawawezi hama. Wao wanaamini pasta wao hawezi fanya hivyo. Those fellows hao ni watu ambao wametumiwa mapepo, wametumiwa nguvu za giza. Through hii anointing wanaambiango sijui wanapaka mafuta. Sijui wanapaka mafuta. Hii mafuta unasikia ikitajwa hii. Kuna nguvu za giza na majini zingine. Hao washirika wanatumiwa. Wanakuwa brain. Kwani hii siku tumekuwa na hii kesi ya Shakahora. Watu wanaenda kufunga huko mpaka wakufe. Wewe unaweza enda? Hauwezi enda. Kwa nini? Haujatumiliwa hizo nguvu. Haujafunikwa macho, haujaoshwa akili. Lakini yule ambaye ametumiwa hizo nguvu za giza ameoshwa akili, anaenda hapo kwa msitu, anajifunga, yeye na watoto wake mpaka wanakufa. Kwa hivyo ukiona washirika ama wafuasi wanasema pasta wao hafanyi makosa kuchukua pesa ya wizi. Ukiona wafuasi wanasema kwamba pasta wao hafanyi makosa akilala na wanaume wenzake. Hao washirika wametumiwa nguvu za giza, wametumiwa majini, zimewafunga macho, they are brainwashed, hakuna kitu wanaona. And that is why I'm saying, hao mapasta wanakubali kuchukua hii pesa ya ukora. Wakipewa hizi pesa na William Ruto, hiyo grupu yote wako na Mungu wao wamejitengenezea, yule ambao wanaabudu na wanaamini, lakini sio yule Mungu wa kweli, yule ambaye tunajua ni Mungu wa haki na ukweli. Kijana msafi, before I end to you, Bwana Songa Songa, nitiko na swali tu la mwisho. Bwana Bishop Edward Moi alikuwa kwa mstari wa mbele kumkampenia William Ruto akiwa naibu wa rais. Tuko pamoja? Alifanya a lot of things to make President William Ruto the president of the Republic of Kenya. Mbona mnakataa Edward Moi enjoy privileges ya mtu ambaye aliombea akaweka pale? Ni maombi yake imejibiwa. Moi ni mkora, Moi ni mtapeli. Hakuna maombi yake ilisaidia William Ruto kushinda kiti. Si alikuwa anamuombea pale. Ni kura za Wakenya. Hatukuwa kwa ballot hatukuhesabu maombi ya Moi. Kwa ballot tulihesabu kura zile Wakenya walipiga. Na kama maombi ilifanya kazi. Hakuna kitu maombi ya Moi ilisaidia. Kama ingesaidia William Ruto angekuwa analala huko Jiazuina. Hangekuwa na rukaruka huko venye rukaruka huko kila siku akiomba Wakenya kura. Hakuna mtu alizunguka Kenya hii kila kijiji akitaja kila barabara, akitaja kila mzee wa kijiji kama William Ruto. Kwa nini alifanya hiyo kazi yote kuzunguka akitafuta kura kama maombi ya Moi ingemsaidia? Hakuna maombi ilisaidia William Ruto. Hakuna maombi ilihesabiwa kwa ballot. Ni kura za Wakenya zile William Ruto alitapeli Wakenya kupitia fake manifesto. Hizo ndizo zilikuwa tunahesabu kwa ballot. Unaona hivyo? Na ni vizuri niseme hata Moi ni mkora. Kwa sababu Moi siku Uhuru Kenyatta wameshikana na Raila Amolo Odinga, Moi alisimama akasema Ruto amepotea njia. Moi alisimama akasema Uhuru Kenyatta amerogwa, sasa hata ameharibiwa serikali na Raila Amolo Odinga. Moi alisimama akakejeli na akachukua msimamo mkali sana wa ku-criticize na kupinga Uhuru Kenyatta wakati walishikana na Raila Amolo Odinga. Kwa nini saa hii anarukaruka akisema Bwana asifiwe Ruto ameshikana na Raila Amolo Odinga?
Kwani ni makosa gani Uhuru alifanya kushikana na Raila Amolo Odinga saa hii William Ruto hajafanya? Vile ambavyo alikashifu, akasimama akarukaruka na matai na mashati huko na makoti zake akisema Bwana Uhuru Kenyatta amefanya makosa kubwa sana kushikana na Raila Amolo Odinga. Saa hii tumuone akirukaruka hivi aseme Ruto amefanya makosa kushikana na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo Mwai ni mkora tu wa kawaida. Na wacha nikwambie, hii Nairobi tumekuwa kwa muda mrefu. Hao mapasta wengi unaona hapo wakizunguka na magari kubwa, wamebeba mabunduki. Wako na watu ambao wanawalinda, wako na security. Hao mapasta wengi ni matapeli, ni wakora, ni wezi. Hapo hakuna pasta wa kweli. Na ndio maana wanatumia nguvu za majini, nguvu za mapepo ku make sure ya kwamba wame brainwash wale washirika wanawafuata. Wewe unafuata mtu anaenda na gari ya milioni 20, wewe unatembea mguu hata kiatu imeisha. Wewe unaenda unauza kuku yako unachukua 200. Unaacha kama watoto wanalala njaa, unauza kuku yako unachukua 200. Unaenda kupelekea pasta ambaye ako na billions of money, wewe mwenyewe hata huna suruali mbili. Si unaona hata wewe umerogwa. Unaambiwa mambo ya mbinguni. Kwani hii mambo ya mbinguni? Kwani huyu Mungu ni Mungu mjinga kiasi gani ambaye hana ukweli na haki? Anataka mtu mmoja atembee na ndege na gari za mamilioni, mwingine anatembea na suruali moja kiatu imeisha. Kwani huyo ni Mungu aina gani? Ama pasta wa Nairobi, watu wetu wajihadhari sana. Na ndio maana nilisema tuondoe siasa kwa kanisa. Watu wetu msikubali sasa kuletwa kwa kanisa, sababu William Ruto anawajua na atawatapeli kwa kanisa kutumia hawa mapasta wakora. Na kama nadanganya William Ruto apeleke hiyo biashara Catholic. Kama nadanganya hiyo biashara napeleka huko kwa Moi na hao mabishop maprophet wengine, hiyo biashara apeleke Catholic. Akikuja na milioni 100 mtu hiyo biashara Catholic anasema hiyo biashara apeleke Catholic tuone. Apeleke huko tuone. Kwa hiyo hawezi peleka huko because anajua hii ni biashara wanafanyanga na hao wakora. Lakini hawa washirika vya innocent wanapenda Mungu, hawajui, wametumiwa majini mapepo. Hawaoni, wamefungwa macho. Na ndio maana juu yao hujafungwa macho, hawezi enda hapo kufanya ujinga. Hawezi uza kuku yako upelekea Moi 200 na yeye anatembea na gari ya milioni 100. Hawezi fanya hivyo kwa sababu wewe hawajakufunika macho. Wale wamefunika wanaweza uza hata suruali wapeleke pesa hapo. Tuako songa. Story ya pesa na Gen Z na kila kitu. Nataka pia wewe sasa uchukue stand yako. Sawa. Nimeshukuru sana na tena hiyo that is a good question. About mambo ya church. Kanisa hii ni ngumu sana ndugu yangu. Ni ngumu kabisa. Wewe ni wa dini gani kuwa? Mimi ni Mkatoliki. Ni Mkatoliki kabisa. Mimi ni Mkatoliki, mamangu ni Mkatoliki, babangu yeye ni marehemu, but alikuwa mtu wa dini wa roho. Sikia hapo. Sasa mimi ninasema ukisoma kuna kitu nasema science of eschatology. Hiyo ni end time. Science tutaona, unaona wale disciple waliuliza Jesus Christ aje. Na utarudi when? Utarudi lini? Utarudi lini? Alijibu yeye ajui, hata malaika ajui, na yeye na baba yake peke yake ndiye anajua. Na tena wakiulize, na science gani? Tutaona ndiye tujue uko karibu kurudi. Science kama huyu jamaa alipewa 20 milioni. So Yesu ako karibu kurudi. Anytime hata saa hii anaingia hapa. Science kama huyu pastor alipewa, anaitwa nani ndugu yangu? Edward Mwai. Mwangi. Science ya Mwai anachukua 10 million. Hiyo it means Yesu ako karibu anytime anaweza anguka. Juu anasema kuna maprophets watakuja wakisema, wakidanganya watu na jina yake. Lakini hao watu ni watapeli. Huyu ni mtapeli namba ngapi? Namba 1. Njaa itaongezeka kwa dunia. Ukweli ama si ukweli? Wakenya wanalia njaa ama wali? Wanalia. Na vita itaongezeka. Wanaona ama waoni? Raila na sasa ako kwa serikali. Hiyo ndiye science and symptom inasema Jesus Christ ako karibu. Sasa hata shetani akona mali zake. Kumbuka alitoa Jesus Jerusalem mpaka akampeleka kwa mlima kubwa. Akamwonyesha kama utakweka utanil down, hii dunia zote nitafanya nini? Nitakupea. Hata Ruto mwenyewe ule pastor aliuliza pastor, kama utakubali kunipigia campaign upreach the word of Ruto, kweli nitakupea pesa. Amempea ama mjampea? Amempea ndugu yangu. Sasa tukisema Moi anakulia jasho yake tutakuwa akulie jasho yako. Hata Rode alikuwa king. Kuna pastor alimpigia Rode campaign. Kama Moi anakulia jasho yake, hao watu walipigia William Ruto kura 7.1 million. Mbona wakuli? Pia wao wapatiwe 20 million kila mtu. Unasikia ndugu? Jasho yao pia. Unasikia ndugu? Sisi anajaribu kuwafanyia kazi. Na Moi ni vizuri niseme Moi ni mkora wa kawaida. Kuna siku hata nimekumbuka na nitasema hapa. Chuki na Moi. Nataka niseme hapa na ni kitu kweli. 2016 kuna siku niliitwa huko kwa Moi. Na kulikuwa na case ya mshirika fulani hapo alikuwa na tabia fulani.
na sitamtaja jina huyo mshirika, lakini alikuwa na tabia fulani, na nikaitwa pale nikiwa kama mshahidi, niende niseme ya kwamba kama ni kweli vile hivyo huyo mshirika anashukiwa anafanyanga hivyo ama hafanyangi. Vile nilifika hapo, tukaenda boardroom kwa Jesus Winner 2016. Mwai akakuwa hapo, brother yake akakuwa hapo, wazee wa kanisa wakakuwa hapo. Mwai aliponisalimia aliniambia ati anakiniangalia anaona hata kitambo nilikuwa navuta sigara. Akaniambia hivyo ati akiniangalia roho anamuonyesha hata kitambo nilikuwa navuta sigara. Ni ukweli? Mimi kutoka nizaliwe, my friend, mimi sijaivuta sigara. Kwani mimi ni mwenda wazimu nivuta sigara? So hiyo prophecy wazazi wangu wanajua, marafiki zangu wanajua, bibi yangu anajua. Mimi kutoka nizaliwe sijaivuta sigara. Kwani mimi ni mwenda wazimu nivuta sigara? Sasa analisema ni roho anamuonyesha. Na hiki kitu ni ukweli, hata sianiite. Nimkumbusha, hata yeye anajua hivyo. So Moi, umesikia? Huyo roho wake alikuwa anamuonyesha nishaivuta sigara. Huyo alimuonyesha. Huyo sasa ndiye Mungu watu wanategemea hapo. Hao mapasta wa Nairobi wengi nakwambia ni maconman, wako katika biashara. Na hii kitu nimekwambia ni kitu niko na ushahidi. Na yule mshirika nilikuwa naenda kama ukipelekwa kotini utasimama. Si hata sahi anipeleke, niite mwenye tulikuwa nao hapo boardroom. Si hata yeye anajua hivyo. Ati aliniangalia ati roho anamuonyesha nimevuta sigara sana. Wewe uliamka ukamwambia ukweli. Mimi nilicheka tu, unajua sasa mimi nimekaa Nairobi, sasa hawa wako wanajua. Nilicheka tu nikajua hii ni ile tu abracadabra ya hawa matapeli wanazunguka huko Nairobi. Nimwangalia tu nikacheka juu na unajua mimi nawaelewa hawa matapeli. Mimi hawezi nikon hapa. Hata ukuje na kiremba ama ukuje na Biblia na ukuje na kajua white. Mimi kijana msafi. Mimi hawezi nikona mambo hii ya Mungu ya nini? Hiyo Mungu atiza amenisaidia. Mimi sijaoshwa akili. I'm very clean. Hawezi nitapeli. Kwako songa endelea. Ulikuwa umefika tu, Yesu anarudi. Yesu anarudi anytime, ndugu yangu. Na ukiangalia East Africa, bwana wa Kenya ndio watakosa kuona binguni sana. Wakenya wachache ndio wataona binguni. Kwanza hao mapasta, bwana wanasema chana mwiko. Hao mapasta hata wataenda. Na huyu pasta ako na kanisa 500. So meaning kanisa imejaa na wanawake. Wanaume saa hii, wanawake ndio wameenda. Na kitu ni mimi nasangana hii kanisa imejaa na wanawake, na wakitoka hapo na ni kichwa ngumu. Unajua population ya wanawake Kenya ndio nyingi. Ndio nasema wako na dhambi mingi, wacha waende huko. Na wakienda wanao mapasta wamevunja ndoa za watu, wanaume wanalia. Mwanamke akitoka kwa hiyo kanisa ni kichwa ngumu. Unamwambia tu mama nani, wewe ulienda jua kali. Mama nani, unitengenezea kitu. Mimi nimechoka. Hata ile pesa ulimwachia kidogo ameachia pasta. Unasikia hapo? Tena anarudi anasema baba nani unipe ile kadogo. Wewe sasa umesha calculate kama mwanaume, hii kadogo atakula, amesapea pasta yote. Hati analeta baraka. Baraka gani analeta kelele kwa nyumba ndugu yangu? Nikuulize songa. Wewe kama Mkristo Mkatoliki, si ndio? Ukienda leo kuomba Mungu asaidie kitu fulani ifanyike kwa maisha yako. I mean, naomba kijana msafi akuwe ni gavana wangu. Na kuombea kijana msafi, naambia watu kijana msafi akikuwa gavana, akuja niambia ndugu yangu ulinisaidia mahali fulani. Shika hii shilingi 1,000,000, pia wewe kunywa chai. Nahitaji kukataa, ndio maana nawaambia Mwai anakula jasho. Sijakataa. Hii ni kujionyesha. Unaona hata sasa kijana msafi nimpigie kampeni, kijana msafi hata kwa president ya Kenya. Na kijana msafi ile siku nikuulize swali. Ile siku walikuwa naweka agreement kati ya huyo pastor na Ruto. Waanze kumpigia kampeni. Walitangaza? Hapana. Hawakutangaza. Mbona hii siku ya pesa wanatangaza? Ruto angepea huyu jamaa pesa, angemwambia bwana, ulinisaidia kupiga kampeni kafaulu. Chukua hii 10,000,000 kama zawadi nimekupea tu. Unaona? Akuja hata na watu wangapi? Wawili. Juu Biblia inaandika ameandika mahali kuna watu wawili kuendelea mbele Mungu ako hapo. Sasa hata Ruto angekuwa na pasta watu wangapi? Mungu bado angekuwa tu hapo. Angempea kama zawadi na Mungu amekubali kweli Ruto amerudisha mkono. Mbona anatoa pale? Na hii masaa ametoa Ruto. Ninasema si hata kusema Ruto ametoa pesa mingi na ametoa masaa mbaya. Unasikia hapo? Ametoa masaa mbaya. Masaa Mkenya anaangalia bwana saa hii ndugu yangu. Ndugu yangu 20 milioni. 20 milioni.
Na Kwa Mkenya 20 million na unaweza Mkenya fanya na hiyo ni sasa secret yangu. Nasema hiyo masaa sasa Mkenya kama 10,000 Mkenya anasikia kwa ndoto. Kwa ndoto tu jenzi anasikia kwa ndoto. 20 million. Je, kama if proportion kama 10,000 jenzi anasikia kwa ndoto. Je, 20 million will be what? Sikudanganyi. Hao watu wataenda kwa hiyo bwana, sikudanganyi. Kenya sasa watu wamechanuka ndugu yangu. Kitu niliona jana, bwana wa Kenya wataki mchezo. Na wakisasa sema wanaenda Eldoret. Safari ya kwenda Eldoret wataanza hapa Friday. Wale wako na matatu, wa vijana kwenda Eldoret So wako Eldoret Friday. Eldoret Express huko. Watu wanaenda Eldoret. Hiyo kanisa Tena pia Ruto afanye mzuri tena. Ruto tena hii Sunday. Ruto jaribu. Bwana mimi nashangaa kila siku. Aende Kisumu. Mbona Ruto atapeleka tu hiyo pesa Kisumu 20 milioni hivi. Upeleke hata Migori unatoka na wanachukua. Sasa nataka kumwambia majenzi hivi. Wasikwe mbali, ukisikia Ruto anaenda kanisa, anakuja hapa anakuja kutoa 20 milioni. Watu wakae tu hapo. Huyo pastor anatoka hiyo unataka. Immediately ajaribu tu kuenda Lula na hiyo pesa. Ndiye atajua kweli Jaluo anajua pesa kuliko vile anajua pesa. But sasa baba ako kwa serikali. Nini? Kama unataka mtu sahi ako anga na sahi hataki mchezo, yule Jaluo unasema nini? Huyu mkijana Jaluo anataka pesa kutaka pesa. Juu Mjaluo ndiye sahi anafanya kazi ngumu hapa Nairobi kuliko kabila zote. Sasa it means anataka pesa. Usiku na mchana Jaluo anatafuta pesa. Sasa hii 20 milioni Ruto akapeleka huko. Mimi nashangaa na kabila yangu sana. Ndugu yangu, I'm sorry hata nikitoka kwa topic kidogo. Jaluo anasema ako kwa serikali ndugu yangu. Unasikia? Na Ruto akienda Lula anapiga presa. Anacheza ball. Na mali zingine akienda naweka 10 milioni, 20 milioni. Na mtu Jaluo anasema niko kwa serikali, niko kwa serikali ya nani bwana? Mtu ako kwa serikali anaonekana. Tukirudi kwa swala la kanisa. Wewe unasemaje kuhusiana na wale, kuna wale washirika bado wanasema bwana bishop wetu hana makosa. Bishop wetu Ruto ako na kuku anauza, anatoa pesa kwa biashara zake ndizo anatuletea sisi. Ruto ako na kuku ngapi? Kuku ngapi ako nayo? Mimi sijui. Kuku ngapi? Ako na kuku ngapi ako nazo saa hii? Mimi sijui lakini walisema sasa ako na kuku. Anauza mayai milioni. Bwana, let me tell you one thing. Ruto anajua pesa, hawezi toa pesa yake ya biashara apelekea pasta. Apelekea pasta. Apelekea pasta. Na hata Ruto mimi sasa nataka kumwambia wa vijana hivi. Wasikwe na wasiwasi. Ndugu yangu pesa iko kwa kanisa. Ukweli ama si kweli? Tunaendea pesa kwa kanisa. Kanisa wacha hivyo. Sasa hii tuko watu ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tutafuta wewe kuja na watu 20, kuja ni 20, mjuka kuja 20 hivyo hapa ni aje? Na tutengeneze kanisa. Ruto kuja tuletea 10 milioni. Kwani mbona tunapiga kelele Ruto anapea watu pesa kwa kanisa? Tutengeneze moja. Tutengeneze tu kanisa na ukwetu tuko na media kama hizi. Ruto ataona, atuletea 20 milioni. Na tunagawa. Lakini niwaulize. Wacha kuwa na wasiwasi ndugu yangu. Hiyo ni merry go round saa hii. Saa hii ule pastor anaitwa Mwingi amekula chama. Alikuwa namba ngapi? Chama namba 1, chama namba 2 kwa mtu wa Eldoret. Tungangane kabla Sunday ifike. Tutengeneza tukule chama namba 3. 20 milioni tuomoke. Ndio Ruto analeta pesa kwa kanisa ndugu yangu. Sasa mbona tunapiga kelele? Majenzi tutengeneze church. Mshikana watu na sasa wazee wamekula pesa. Sasa pesa kuja kwa jenzi. Ule wawena alitaka kuna Eldoret amekula. Ndugu ukweli ama si kweli? Mimi ndiye nitakuwa pastor. Juu unajua Biblia 1 2 3. Nuseme Bwana asifiwe na wewe ukue treasurer. Mjuka kweka nini? Secretary tukule 20 milioni ya Ruto. Ushagua pastor. Nimeshakuwa pastor. Kwani pastor nataka nini? Maneno ya Mungu. Verse 3. Bwana asifiwe na najua. Angalia Matthew fulani. Yesu atarudi kama muisi. Iko hapo. Na tupake watu mafuta. Na tupake watu mafuta kidogo. Na Yesu atarudi kweli kama unasema Bwana asifiwe. Wewe kuje na girlfriend, kuje na mama watoto, nikuje na mama watoto huyu. Tuko wengi na tukule pesa huyu jamaa. Majenzi tutengenezeni kanisa. Kama Ruto hataki kuja kwa kanisa yetu, sasa tunaenda maandamano.
Maandamano hatutaenda. Sasa maandamano mbona kuji kwa kanisa yetu? Tunabeba Biblia na tunaweka watoto nyuma na wakivaa vitambaa na mimi kama pastor nimevaa kanzu. Hapa imeandikwa Bwana asifiwe. Na sasa tunasema babangu, mbona Ruto akuji kwa kanisa yetu? Ya Gen Z. Ya Gen Z. Na sasa pale hakuna polisi. Juu hata polisi namwambia, mapolisi pesa iko hapa. Wacha kupiga watu na bunduki pale na una pesa. Polisi pia watoe uniform wakuje kwa kanisa yetu. Hii pesa tukule chap kabla huyu ama endi Sigoi 2027. Juu anaenda. Hii safari kabla ende hizi pesa zote. Bwana tufungueni kanisa. Hii pesa ni bure ndugu zangu. Kanisa na vision. Peke yake juu sasa hakuna kazi Kenya. Kazi hakuna. Sasa juu kazi amechukua yote. Tufungue kanisa, mimi Biblia niko naye kwa nyumba, nitakuja. Sasa tukienda maandamano kila mtu abebe Biblia yake. Tukibeba tu hivi, polisi akienda tear gas, what is wrong? Sisi kama wana Gen Z tunataka Ruto kwa kanisa yetu. Kwa kanisa yetu. Peke yake hakuna kitu. Milioni 20. Hatutaki watu wakofe kwa kanisa yetu, Mr. William Ruto kuja. Na leo ni Monday. Tuorganize hiyo kitu. Tuesday tukue na meeting. Alafu Wednesday, hallelujah. Ikifika Wednesday usiku, Secretary Mr. Mujuku andike barua to Mr. Ruto. Asome Sunday tunataka kwa kanisa yetu. We need you at Gen Z. Kabisa. Na tena pale tunataka tumwambie wewe ndio utadecide akuje Jacaranda kwa chachi yetu ama kuje wapi. Tunataka mahali anaweza kuja. Jacaranda iko sawa. Akuje pale. Kwanza tunaweka tent. Tent. Ruto, you are highly welcome to kanisa ya Gen Z, lakini rules and regulations lazima kuje naye ni 20 million. 20 million. 120 million juu tuko wengi. Tuko wengi. Gen Z akuje na pesa mingi. Juu kanisa ndio watu wanachukua baraka. Hata sisi tumefungua kanisa. Na maombi tutamuombea. Kawaida, kwani wale pastor wanashinda na nini? Na maombi itakuwa gani? Maombi ni Bwana sifiwe, Yesu atarudi kama muisi. Yesu atarudi kama muisi. Hiyo ndiye topic. Bwana Mjukuu. Yesu alikufa akafufuka. I think ni Songa amechukua idea ambayo tulikuwa tuna discuss ya kwamba lazima tukue very wise. Na hii nilipiga jana hesabu mimi nilianza jana nikasema kwamba lazima tukule 20 million ya Ruto. Na jinsi the way Songa amedrive ni hivyo ndio namna. Tunataka kumpima Ruto na njia zote. Je, anapenda Wakristo ama anapenda wakora wengine kwa kanisa? Kama anapenda waumini na Songa amequalify kukuwa pastor. Jo, neno la Mungu tunajua na Jina Msafi akikuwa mweka zina iko sawa. Atuletie pesa yetu, si anapeana pesa kwa kanisa. So hii tunamwalika rasmi jinsi Songa amesema. Na nafikiri kuna conmanship. Wezi na watapeli. Sijawahi ona Ruto akienda kanisa ya Pastor Ng'ang'a. Sijawahi. Na kama Ruto anaamini ya kwamba kuna Mungu, nataka nione kama mbeba pesa aende kanisa ya Pastor Ng'ang'a. Kwa nini wanakwepa Ng'ang'a na iko tu pale railways? Kwa nini wanaenda mbali Eldoret na wanawacha tu Ng'ang'a tu hapo kwa railway tu? Tena kwa shamba ya serikali mbali ndio. Kwa nini wanaenda mbali? Unadhani mbona wanaepa? Kwa sababu Ng'ang'a huwa entertain nonsense. Unajua Ng'ang'a ni mfungwa ambaye alitoka kwa jela, so ni ngumu sana kumdanganya. Yeye ndio mjanja kumuliko. So there's no way Ruto anaweza kumdanganya Ng'ang'a wafanye naye biashara ya kuibia Wakenya. Juu Ng'ang'a pia ako kwenye mboka. So waizi wawili hawezi kaa katika kwenye ni moja. So unamaanisha Ruto na Ng'ang'a hawawezi kaa kwa nyumba moja sababu wote ni wakora. Yeah. Ng'ang'a na ako kwa biashara na anajua hii biashara yake ikileta Ruto atainterfere na biashara yake. So ataki Ruto. Mimi nimekaa chini nimejiuliza kwa nini Ruto wanasiasa wote include Uhuru Kenyatta. Kwa nini aendegi kanisa? Na iko tu hapa railway tu karibu. Hata unaweza amua leo aje nitembee sitaki magari. Hawaendi. Kwa sababu kuna kitu wanajua Ng'ang'a na Ng'ang'a wanawajua kindani. Jambo la pili, ile shamba ambayo huyo Pastor Mwai yako ni shamba ya utapeli. Hiyo shamba wenyewe inajulikana kama Kasarani Supermarket. Then uchumi ndio walikuwa wamepewa kwa muda ili wamiliki. Na ukiona wanajeshi kuwa pale, jua kuna katapeli mkubwa ambako ndani ambao anatumia wanajeshi. Ya kwamba ule pastor anafaa afanyiwe asalamiwe kwa njia yoyote.
Lakini walijaribu kumsalimia jana, wakasalimiwa wakiwa wao. Bado nafasi bado ipo. Bado ipo. So unasema next week anafaa Off guard. anafaa apatwe off guard mahali popote ambako mpango ipangwe akiwa juu. hata akiwa hoteli mahali popote mahali ataonekana. Kwa sababu anamiliki shamba ambayo thamani yake is a lot of billion. Yenyewe mwenyewe ana capacity ya kupata hiyo pesa, kwa sababu tukianza kumfanyia auditor kama yeye kama Pastor Mwai ana uwezo ya kununua ile shamba, kwa sababu ile shamba iko na thamani sana. Washirika wanatoa pesa. Washirika gani? Waumini. Ndugu yangu, kuna kasumba fulani na hii kasumba naona tutamaliza kwa sababu wengi wenu mmeanza kujua. Kuna watu kutoka maeneo ya nje ya Central wanasema kwamba Wakikuyu wao wanafanya biashara maombi. Na si Wakikuyu. Wale watapeli. Uhuru Kenyatta alikuwa Mkikuyu tena halisi. Sikuona Uhuru Kenyatta akisunguka kwa makanisa na pesa. Wewe wacha bwana. Wewe Uhuru ni baba yako, lakini nitakwambia ukweli. Nakuja tu mali alikuja, nakumbuka Wakorino, najua na hapo ndio unataka. Milioni 100. Mbona hamkuendea? Najua tu hapo. Pale alitoa kwa ajili ile shamba yao yenye iko Naivasha. Waende wajenge kanisa lao kule Naivasha. Walijenga. Sitaki kujua mimi wao utapeli pia nitapeli tu kama wao wengine. Ndio maana siwezi kuwatetea. Aliwaita Kasarani, hakuwaita kwenye kanisa. So different ya Uhuru Kenyatta ni siwezi kuja nichafue madhabahu. But William Ruto anafanya biashara ndani ya kanisa. Yenye Yesu Kristo alipoenda kule Yerusalemu akaona jinsi watu wanafanya biashara, akafungulia njewa na kila kitu akamwaga, ikaenda. So Biblia inasema kwamba wale ambao wananiita Bwana Bwana hawataona ufalme wa Mungu. Mmenipata vizuri? Na wale ambao wataniita Bwana Bwana si watakatifu. Unajua Ruto alikuwa evangelist. Maybe kwa wakora, lakini sio kwa wale ambao wanaenda mbinguni. Mimi natumia Biblia. Wale ambao wananiita Bwana Bwana hawataona ufalme wangu. Na wale pia ambao wanasimama pembeni ama gengeni ya barabara wakibiri neno ya Bwana pia hawataona nini? Ufalme. Kwa sababu wao pia wanatumia njia ya mkato kuiba watu. Huko kwenu kanisa nyingi ni za SDA. Mimi sio MSDA. Mimi nashiriki kwenye kanisa ambalo linajulikana kama Divine Grace Fellowship. So wewe Under God Palace. So niko chini ya Pentecostal. Na swali ambalo tunauliza ni swali rahisi. Kwa nini Mheshimiwa Ruto apeleki pesa kwa mosque? Si Aden wale rafiki yake? Ama Waislamu hawana tatizo la pesa? Wako nazo. Hawana tatizo la ujenzi ya kanisa? Wako nazo. Kwa nini Ruto ashiriki huko every Friday? Na kwa nini William Ruto asiaende kanisa kule pia Turukana atoe pesa? Kwa nini? Huko hakuna watu wengi. Hakuna watu wengi. Inamaanisha hii ni biashara ya black market. Kuna watu ambao wamekuwa brainwash na hao watu wamekuwa brainwash ndio naletewa pesa. Mimi nataka kuambia, na mbona mostly ni hapa Mount Kenya? Na ndio nakuja ya kwamba Mount Kenya watu ikuwa wengi, akili pia inajanjaruka. So Mount Kenya kuna watu ambao waliona opportunity ya kwamba naweza brainwash watu wachache ni waibie. Ndio maana kuna few churches, si kanisa wote Mount Kenya. Kanisa wachache. Mtu mmoja yeye ni doctor, yeye ni apostle, yeye ni evangelist, yeye ni professor, yeye ni engineer. One person. So mtu mmoja unakaa chini unajiuliza, mtu alisoma wakati gani? Na aliitwa na Mungu wakati gani wakati alikuwa anasoma? By the way, unajua Ruto pia owns those titles. So, kabla akuwe mwanasiasa alikuwa evangelist. So najua ndio maana alikuwa anabiria waizi. Ambao nao waizi wako koka plus yeye pia akupata ukovu. Unajua muizi pia anaweza kuwa mhubiri. Unajua wakati umeponea kupigwa risasi makalio unaenda kupiga Mungu asante kwa sababu umenikwepa kwa kifo. Wow. So hizi vitu zote hapo anasema alikuwa evangelist, sijui alikuwa anahudumia kanisa gani. Tunaomba kujua hii kanisa. Ati Ruto anauza kuku na mayai. Anatoa milioni 20 kila wiki. Sio ile Ruto namjua. Ule Ruto anajua pesa. Ule Ruto ambaye alikuwa anakuwa katika kwenye YK92. Ndugu zangu, hata mimi mjukuu leo nikibarikiwa nipate pesa dhani kana naweza toa milioni yangu 20 yenye nimesweat na kuja niwekelee kwa madhabahu. Unless kama kuna ila agano nataka kuvunja na Mungu, na hiyo sio tangazo. Nimebeba milioni yangu 100 but haitatangazwa kwa sababu ni agano yangu na Mungu. Na nitaenda pale niombe niwekelee tapeli, mkora, munyang'anyi.
ambao wananyang'anya watu. Kama SHA haifanyi kazi, capital education haifanyi. Hizi pesa Ruto akitoa within 1 month, tuseme ameenda almost kanisa 4. Hii ni pesa ngapi ametoa? Nikuuliza, ukipiga hesabu unaona kanga? Kakikuja akitoa 20, jua kuna another 20 ambayo amenunua hao washirika ya kupiga makofi. Ukisema ile shangwe, hiyo ni pesa imetembea. Ni pesa 200. But class ya Ruto 500. So kama kanisa ako na popularity ama karibu idadi ya waumini 500, piga 500 kwa hao watu. Wametumia pesa ngapi? Plus wale ambao pia wamengoja inchi ambao ni wanasiasa, pia watachotewa hao. So in a day Ruto anaweza tumia like 100 million. 100 million in a day. So hebu piga sababu hiyo pesa inakunywa maji. But so system education haipo. See, 100 million inaenda in a day, but education haifanyi kazi. So generally in a month Ruto uses like 3.1 billion. Yeah. Na hii pesa ndio editor general akijaribu kuchungulia, unapata within 7 months 1.3 trillion imeenda. Na imekulwa na Mheshimiwa Raila Odinga, imekula Mheshimiwa Rais William Ruto. Na Bishop Moi yeye anapata tu matone. Huyu ni tapeli mkubwa. Nilisema bado narudia leo. Ukiona kanisa lako kama Mheshimiwa Rais amekuja, ama mbona usipoama watakuuza hadi nguo zako. Kwa sababu wako na ujanja ya kubrand wash. Kesho watakwambia uza TV, leta sadaka. Utauza. Usha shamba, utauza ulete. Utagundua wakati wameama na hiyo kanisa itakuwa imevunjwa. Na hiyo kanisa kuna kujenga permanent ni temporary ya chuma na mabati. Anytime inaweza bomolewa na watoroke na waende. So unamaanisha washirika wa kanisa zote si wanapaswa kwanza kuhama. Nitajie kanisa kubwa ambayo imejengwa na mawe, ambayo Ruto anaenda. Kama si ya tent kubwa ni ya mabati na chuma. So ukiamuka asubuhi watakuwa wanakata na grinder, wameama na wamefunga simu. Pesa zenu zimeenda, shamba yako imeenda. So be very careful. Mimi siwezi shiriki. Kanisa ya Ruto anashiriki. Siwezi. Hiyo ni hapa na bado na hapa. Sasa nikiona pastor yangu anatembea na Ruto, tunawachana upasa kwa sababu ni mkora. Mwisho utapiga nduru. Mwisho na mimi naenda kuuza shamba yangu. Na wakishakula watavunja kanisa na watoroka. Ati kanisa si permanent. Hakuna kanisa ya permanent ya Ruto anaweza enda. Hakuna. Ni ya mabati ya buluu imechomolewa na mabati na chuma ndimewekwa kwa sababu chuma ni kukata na rahisi. Unavunja anytime inaweza funjwa na watu waende. Na ukikuja unapata hiyo shamba for sale. Shamba inauzwa. Watu hawako. Ama government property. Hapa don't try. Na pastor pia lali hapo. Pastor lali hapo. So na wengi wao ama pastor hawatumii number plate genuine. Wengi wao utapata gari haina number plate. Na kama iko temporary imewekwa hapo mbele ya gari. Haijafungiwa gari kwa sababu gani? Is a conman guy. Hao watu ni watapeli. Hizo ni number plate ambazo wa hizi chote wanatumia. So ukiona Ruto kwa kanisa lako, toroka. Usipotoroka na malizia hivi. Do you know Pastor Mackenzie alikuwa State House? Ule wa Shakahola. Yeah. Akifanya nini State House? Si ni mshirika wao. Alikuwa anapiga Wednesday. Nini? Unajua kitu kama hiyo? Hapana. Video ilitolewa, alikuwa mmoja ya wale wa kufanya fellowship State House. Ule Mackenzie. Huyo Mackenzie mmoja wa Shakahola. Ndio maana story ya Shakahola itapotea. Nani kwa mimi Mackenzie atafungwa? Na nani? So Mackenzie ni mtu ya Ruto. Mimi sijui nani alikuwa anaenda kutembelea State House. But Mackenzie wale ni baadhi ya mapasta ambao walienda kwenye State House wakati Ruto alikuwa rais. Baada ya Ruto kuapishwa in a few months, kati ya mwezi 3 na mwezi 6, Mackenzie alikuwa kwenye ikulu ya rais wakifanya maombi. Ilitengenezwa ya kuombanga kule walikuwa hapo. Ya first lady. Walikuwa wao ndio mabishop ya hizo maombi. Pastor Mackenzie. So kama Shakahola inatajwa, kwani kuna kitu tunaweza fanya hapa without government kujua? So let me ask you, Mackenzie alikuwa na shamba ya 160. Kwa anapata hiyo idhini wapi ya kumiliki hiyo shamba? Ukiangalia maisha ya Mackenzie anaweza ona hiyo sawa. Hata hii shamba Uhuru Kenyatta. Mnanigeuka aje nikaa. Hiyo ndio kwenda mambo my friend. So Mackenzie na State House ni kitu moja. Alikuwa na shamba ika ngapi? 160. Government hiyo ni haiwezi kutoka hapa hadi wapi?
Nika Ruiru town. Yeah. Ruiru town ile Mackenzie anasema. Kuna capability ya mbona ako hata hiyo samba kidogo ajenge kanisa permanent. Ajenge kanisa permanent. Si ndio nakwambia si kanisa ya attend. Ende inasavunjwa na watu watoroke. Wewe pia jaribu kuwe pastor, alafu kanisa yako watu wakufe wangapi peke yake? Wewe unashikwa. Amu kate mtu masikio kwa hiyo kanisa yako, wewe ni pastor kama utafungwa milele. Na Mackenzie ameua ngapi? Umejasikia amekufa? Na baada mpaka bibi yake anaenda anamtembelea. Bwana hao watu watapeli. Nasema Yesu ako karibu kurudi bwana. Acheni kanisa. Kalonzo Junior kwako, mpira kwako. Sasa boys zote zimeenda lakini naangana ni kamwe kidogo. Sasa mimi nataka kusema hivi. Tunaelewa mshahara ya Ruto ni 1.5M. Ruto atahitaji kuuza kuku ngapi? 1.5 million na anakula 100 million a day kulingana na nini? Na mjukuu. Hivyo ndo nafikiria Ruto mshahara yake ni 1.5. Mimi nataka nipige hesabu Ruto atauza kuku ngapi before Sunday fike, kireti ngapi? Tupige hiyo hesabu. Recho akula shibe, Shalin avalie manguo, na wao vijazi George zui nani. George Nick. Wao watu wote wakuwe bashiba. Naenda atoka kanisa. Hebu nipigie hesabu. Atakuwa ameuza kuku ngapi? Na kireti. Na hizo kuku zinauzwa wapi? Hata sisi hapo Nairobi sijawahi ona kuku za Ruto. Na tuko na sote na pia Nairobi hapa tuko na sote ya mayai. Sometimes unaenda. So mayai tunatoa Uganda. So tunajiuliza hii kuku na mayai iko na bado tuna import mayai kutoka from Uganda. Tuko na sote ya mayai. Na yeye anauza wapi? In East Africa. Na anasema amefuga kuku milioni 10. Milioni 10 ziko wapi bwana? Si apige picha ndio lazima. Na mbona zingeuzwa hata kwa online? Juu Ruto ni tapeli. Mbona zinauzwa tu manual? Zinauzwa KFC. Bwana. Hizo kuku siko wapi? Zinakuliwa Western Hotel. Wapi? Tuende tour. Hii pia ongea na wakulima kama huyu. Western niko na watu wanaweza kula hizo kuku za 20M per week. Kuna Western Hotel. Hapa ni watu wangapi? Hii ni public covers ndio wanatumia. Kitu kingine, kuna watu wako hospitali Kenyatta, hata hapa tubali tuko kuna hospitali. Kuna watu wako admitted pale. Kama Ruto anataka kusaidia, mbona zienda asaidie akilie bila hao watu wote? Waende nyumbani. Mimi nataka kusema hivi. Jua hao watu inaweza kuwa watafikisha 2027. Jua anajua shaifanyi. Ndio maana anapigia wa kanisa, juu wale watu wako pale wako hata kama ukuje kuombewa, uko na matumaini pasa atakuombea upone. Lakini mimi nataka kukuambia hivi. Kile mkono wa left imetoa, mkono wa right ufai kujua. Mimi nataka kusema hivi, ni kiburi imejaa Ruto na huyu Pastor Mwangi. Juu Ruto anakuja anatangaza watu. Anawaambia nimetoa 20M na hii wiki tuangalie venye itakuwa, tuongezee nyingine 100. Hebu nikwambie, hiyo ni roho ya kiburi imejaa watu. Na ukisoma I will see what I will do about. Anasema hii ndaangalia maneno yangu tutaipanga. Unaona? Huyo ni Ruto. So nataka kusema hivi. Kwa Biblia hakuna mahali kunafaa ukuwe na kiburi. Unafaa utoe kama umenyamaza. Mungu ndo anajua. Ndio maana unaongea kwa Catholic. Kanini kasanduku amekata tu kashimo. Hata uweke tissue, uweke 20 bob. Kuna watajua mbele. Watajua huko mbele. Wanajua huko mbele akifungua. Ndio maana wanarudisha za Ruto. Roho ya kiburi imejaa kwa hao mapasta na pia imejaa kwa hao wanasiasa. Alafu kitu kingine, twende Turkana. Turkana hakuna mashule, hakuna mahospitali. Unajua Turkana mimi nimesomea Turkana. Niambie, huko shida tupu. Shida tupu. Bado huko kuna vita. Mbona Ruto hizo pesa si divert ziende huko? Ziende saidia wale watu. Achukue 20 milioni ape mtu wake ambaye anapiga kelele, huyu mwizi ya ng'ombe huyu. Inaitwa nani? Huyu mbunge wa Baringo Kamke. Ambao watoto wanakaa kama sasa mvua inanyesha. Anaamini wale watoto wajaenda shule. So mtu ambaye akili ni kama ya ng'ombe. Si aombe hiyo 20 milioni ya rais. Abajenge na ECD. Ana kanisa. Si ajenge na ECD. Si Ruto ni rafiki yake, si aombe rais. Lakini sasa ana kwani biashara gani? Ndio nakwambia labda afungue kanisa. Wanafanya biashara ya utapeli. Kama wewe zungumza rais, nimpe 20 milioni jenwe ECD. Na unatuambia uko kwa serikali. Wao ndio wanapanga jinsi Ruto ataongoza 25 years. Moja amekuwa 25 years anatoka Baringo. Na mimi kwetu nimesoma kwa nasari, sijasoma kwa miti. Ng'ombe bado anatutajia 25 years na watoto wanasoma kwa miti. Ng'ombe ni ng'ombe. Unaona sisi hata kama unatoka Luland na tumekoa kupuison hivyo. Lakini Rift Valley tumeshinda. I'm telling the truth. Hakuna siku Rift Valley mmeshinda na Rift Valley imekuwa kwa uongozi. Hakuna, hao ni watopeli wajui hiyo kitu tungepewa hata hii kitu. Hii wamerule for karibu sasa Moi amerule 24 years. 24 kuna ile alikuwa. Wacha tu niseme tu hiyo 24 plus hii Ruto tumempea ya bonus hata hii bonus hakuna itatu mbele. Hiyo ni 20 what?
Hiyo ni 5 plus 24 ni 29. Na sisi tujawahi onja hata siku ngapi? Ochuka ndiye alionja kidogo tu ete tu. Ongeza na bado hakuna Jaluo moja alionja for 6 hours, alikuwa Ochuka kutoka Kisumu. Hiyo ndiyo tulionja. Raila anasema nikalie for 2 hours. Hiyo peke yake ndio tukakalia. Na hakuna Jaluo anasoma chini ya miti. Hakuna mtu hakuna. Mkale bado wewe bwana wewe mwalimu unafundisha Mkale what is the meaning of geography? Akona bunduki hivi. Za nini bunduki? Anakuuliza what is the meaning of geography? Anasema ng'ombe. Wewe ni watu aina gani? Alafu MP yao bado bwana hao watu wako nyuma. Alafu ni unapata kama Jaluo bado amesoma profesa daktari. Bado anasoma gazeti. Umeshapata Mkale gani akisoma gazeti? Tuseme tu kweli hata Ruto mwenyewe hataki gazeti. Oscar Sudi aje hata elimu ya gazeti. Gazeti ni ya kufunga nyama. Umesaona? Gazeti yake ni kufunga nyama waende nayo. Jaluo mtu anasoma gazeti bwana. Ako na tai, ndevu amenyoa vizuri. Baada atapanga line kupigia Ruto kura. Jaluo learned person. Professor, daktari, mwalimu. Unasema nini? Mtu akipiga ukiuliza pathed anajua meaning of pathed. Botany anajua. Anajua. Zoology anajua zote. Baada anaenda kupigia mtu anachunga ng'ombe kura. Iwezekani bwana. Hata na dawa atupigie huyu mtu. Na wewe nikuulize, unadhani mbona Ruto hajaienda kanisa ya Pastor Ng'ang'a benye mjukuu amesema? Na vile Ng'ang'a ni mkali, Ng'ang'a ni Jesse kivyake. Maule anasema yeye ni komanda. Nilimwona pale Jacaranda. Bwana ule ni komanda. Anakutusi. Yeye umejua kupata, mimi nimeshangaa sana. Kupata hata mtu, hata wasanii naona Ngalulan. Kupata msanii anaimba na anapiga gitaa ni ngumu sana. Umepewa talent mbili at a time. Bwana ni ngumu. Hata wewe mwenyewe saa hii chukua drum pale. Piga hiyo drum na wewe mwenyewe ndio unaomba. Hata una nini unaimba. Babu iwesekani. Ni watu moja hata wasanii. Ni watu moja. Unapewa talent at the same time talent ngapi? Ni kama upate footballer. Huyu mtu ni goalkeeper na bado anaweza cheza hizi namba za ndani. Ni moja. Unaona? Ng'ang'a ile ni genius. Ng'ang'a yeye anapiga gitaa na Ng'ang'a anahubiri na Ng'ang'a anaimba. Atakani Ruto chini. Na hiyo masaa amevaa combat. Na Ruto pia anasema yeye mwenyewe yeye ni head of state, yeye ni commander. Sasa commander in chief kwa church zote ni Ng'ang'a. Ng'ang'a hizi church zote za Kenya yeye ni commander in chief. Na Ruto pia ni commander in chief za wakora. Hao watu hilo isipatane ndugu yangu. Ndugu yangu wetu kama ni ngumu siku moja chukua ni Ng'ang'a na Ruto weke tu kwa room moja. Wanapigana ngumi. Chukua tu uangalie Ng'ang'a, hakuna kitu umebeba uko na mkono hivi chukua tu Ruto na Ng'ang'a. Sasa wanasema mambo ya injili. Ng'ang'a kianza tu bwana sifiwe, Ruto atasema amen. Sikudanganyi. Juu hao watu vile wanaangaliana. Uliona Ng'ang'a alisema aje? Andise kimerudi tena. Andise umejua sasa anataka Ruto amjibu. Kama Ruto ni mwanaume kweli kusema tu hapa Kenya, achana jenzi, attack Ng'ang'a. Ruto jaribu tu. Ng'ang'a alisema kujeni kwa kanisa hili kama hali mwanaume. Walienda. Leteni hiyo 20 million. Leteni hiyo hata pesa hataki. Kuna masaa walikuwa wanataka kusumbua Ng'ang'a. Ng'ang'a akasema kama yeye ni mwanaume wakuje. It means Ng'ang'a ako kwa nchi yake. Ng'ang'a ni serikali yake. Is a president. Wewe umeshaona pastor anavaa combat. Hata Yesu Kristo akuvaa combat. Umeshaona? Na Ng'ang'a anavaa combat. Na hakuna mtu anauliza, Ng'ang'a mbona unavaa combat? Na wewe ukivaa combat sasa unaweza kusikwa. Na Ng'ang'a anavaa full kutoka chini hadi juu. Na yeye anasema mimi ndiye komanda. Wewe jaribu kusema wewe ni komanda. Chopa moja ya kuzunguka nayo hivi kabisa. Na yeye umejua anaongea na anatoka nje, si anaongea usiku mchana. Na ako karibu na State House. Na Ruto anamwepa tu. Mbona? Hata Ng'ang'a simame president. Ng'ang'a huwezi iba kura yake. Bwana vile watu wamechoka hivi. Na this time round mjukuu bwana tuko na bahati. Mahali Ng'ang'a atapiga kura ndio tutapiga kura. Hata Ng'ang'a amechoka na Ruto. Bwana hakuna kuiba. Ruto anaenda nyumbani. Bwana wewe unaweza iba kura ya Ng'ang'a kweli? Ukimwangalia alikuwa mfungwa unaiba kura ya mfungwa. Bwana wewe ni mwanaume. Ruto hajawahi fungwa.
Ruto hajaifungwa. Na sasa hivi mpaka mfungwa ng'ang'a anaenda kupiga kura Ruto must go home. Alafu mtu bado anapinga, nadhani anapinga hadi Ruto 10 bila break kwake. Wajaluo wanasema sasa wako kwa serikali. Serikali ya nani? Huyo ni Gaucho kichwa mbovu. Huyo ni nataka kumwambia ndugu yangu mimi, alafu ni umeacha wengine waongee. Bwana, mimi nikikaa chini siwezi ukabila ni kitu mbaya sana. Ukabila ni kitu mbaya kabisa. Ndugu yangu, nani ako na 200 hapa? Uko na 200 ama 100? Uko na cash? Leta 200 ama 100, leta tu. Leta 200 bwana. Hii mjukuu, hii ni pesa ama ni aje? Hii ni 200 Kenyan shillings. Kweli ama si kweli? Na hii pesa kila mtu anapenda. Wale watu wanapenda ukabila. Nataka hii iendie tu ndugu yangu huyo Gaucho. Na wale wengine wanapenda ukabila 10 bila break. Hii ni pesa. Hiyo ndio the reason why mimi napendanga watu wa Mount. Ni watu wazuri sana. Unajua hata vile tumeshikana na nyinyi hapa, umaskini tumetupia jirani. Hii kama ni pesa hivi, mjukuu. Hii imeandikwa hapa vizuri. Ijaandikwa Western Bank, ijaandikwa Nyanza Bank, ijaandikwa Rift Valley Bank. Unasikia hapo? Ijaandikwa Coast Bank, imeandikwa tu Central Bank. Na Central iko wapi? Hapa. Tuko hapa Central leo. Kama ni aje? Hii pesa ni yenu. Si kwa ubaya ndugu zangu. Mimi nilizaliwa nikapata pesa imeandikwa hivi. Mimi si kumwambia watu waandike pesa hivi. Nikikuja hapa chini, nimeona logo hapa ya Mzee Jomo Kenyatta. Kuna Jaluo hapa na imeandikwa Jaluo? Hakuna. Hapo pia naomba forgiveness. Natumia pesa yenu na mimi inafaa nikitumia pesa yenu ni nyamaze. Ni nyamaze. Nitumie pesa. Sasa wale watu wanaleta ukabila ni mbaya. Mpaka watu wa Sendo wamekubali tutumie pesa yao. Pesa imechorwa Mzee Jomo Kenyatta. Sasa to make it worse ya mwisho. Sasa ule ni governor. Mtu ana sign wa Central Bank. Akisa sign hiyo pesa sasa inafanya kazi. Baada anaitwa Patrick Njoroge. Umemaliza kazi. Kuna Mondi. Umesikia Mondi? Umesikia Onyango? Umesikia Wafula? Umesikia Kiponyoka ja Arap Samoi? Hakuna. Bado ni Njoroge. Sasa wacha tupendane vile yangu. Na tena wamekubali na wakubali pesa ndio hii. Na bado nachukua hii pesa na kunja hivi na weka hivi alafu naweka kwa mfuko. What a wonderful love wametupea ndugu zangu. Tuache tu ukabila. Alafu tujue tusongeze Kenya mbele sisi kama wachukua pesa yangu ndugu yangu. Hiyo pesa hata nikiweka kwa mfuko si yangu. Hata ukipenda unaweza kunistaki. Ndio nasema hiyo Njoroge ni baba yako. Na kweli hiyo Njoroge unaongea naye kwa lugha moja. Nitakubali mimi nimemaliza ndugu zangu. Wewe kijana Msafi. Sasa siko nimemaliza. Sasa sisi tunajua president as a symbol of national unity. But sasa Ruto amengeuka akakuwa sign of national disunity kwa churches. Kwa churches. Jana kuna watu wangepokea mafuta pale JWC hawakupokea. Instead walipokea tear gas. Sasa hiyo ni mambo ya Ruto. Yeah. Na huyo sasa ndo na expect atoi Kenya aipeleke tu. Unajua sisi Kenya tunakuanga third world country. Tunafaa tukue saa zingine wanga anatulinganisha na Singapore. Nashinda huyu mtu kichwa yake inafanya kazi. Hata Australia, Canada. Yani, zile vitu anafanya ni kama ni kwa ndoto. Hizi anaonanga hizi series, hizi movie. Mtu anajirusha kutoka juu ngoro mpaka chini. Anaona sarakasi sana. Sasa yeye anatufanyia sarakasi huyu Ruto. Alafu ile kitu kingine juu ya wakati venye alisema songa. Pia Manjezis ni valuers. Wanaweza enda waangalie 20 million, waangalie kazi imefanya kwa hii church waone ni dash. Hiyo pesa yote imeingia kwa pasa kwa mfuko. Sasa utafurahia ama utakasirika? Hajajenga church. Venye alisema tunafaa tuungane. Hata hao watumie usibadilishe, wakuwe tu Ruto akipata hizi zile alipata kwa hii church